I know. Hello. Hello everyone. Karibuni sana tena leo kwa siku ya leo kwenye show maridadi sana tena zaidi. Na leo msiangalie mwenye niko karibu na yeye kwa sababu atajiintroduce na from the topic. Umeona kwamba leo tunataka watu wasikue singular. Hata pia mimi kama uko hapo na ukiona kwamba nimekufurahisha unaweza nirushia mistari uone kama utapita, kama unafika bei. Lakini before nikuje kwangu nataka uniambie kama wewe unataka kama mtu hapo, tuambie hapa. Tuko na nguvu za kukutafutia mchumba ambaye utaishi naye maishani mwako mwote, ukuwe na furaha siku zote za maisha yako, si ndio? Aya, so before niendelee na show, acha mgeni, sijui kama umeimuona before, lakini najua labda wengi wenyu mnamjua, ajiintroduce alafu tuendelee na show. Kwanza naitwa MC Tiger Raising aka Combo. Kama alivyosema niko na majina mengi but nimefurahi kuwa ndani ya show siku ya leo. Na show hii ni show kubwa. Kama uko hapo mazena unatuangalia masiku ya kwanza, usisahau kusubscribe hapa na hii utamu usikae nao peke yako. Share. Ambia watu wa share bana, wa share. Kila mtu apate uondo and everybody be entertained. Hapa kama uko na msee best hapo, tusiko tunajiongelesha peke yetu ama vipi? Vile inafaa. Ambia best hapo ingia subscribe ama subscribe ama tu follow mzee. Tunahitaji watu tu. Hii ni mazungumzo hapa na hapo. Usikuwe single mzee, baridi. Na uliangalia ulisikia nani ya weather inasema ulisikia weather focus ya leo. Walisema round hii millimeters zimeongezeka, last round zilikuwa 420. Leo weather focus imetolewa. Kutakuwa 630 millimeters. So ukiangalia imepanda by 200 plus. Na unakuwa peke yako. Hebu jiulize hiyo swali. Ni vibaya sana ukikuwa single kama hauna mtu, na tuko hapa, you are able patanisho. Tuungane tuangushe kampuni ya Armis. Tuangamizi hiyo kampuni bwana. Unajua siku hizi ukiangalia Armis venye imejaa hapo nje hadi unashanga kwani watu hapa nje wanafanya kazi ama wameamua ni kwanza ulisikia walitaka kurebrand wa Kenya wakacomplain wakasema itawapotelea kwa duka. Si unaona? So mimi by the way ilikuwa leo ilikuwa siku ya soko, nilipita huko sokoni na the rate at which mafuta ya Armis Nitros ilikuwa inauzwa haikunifurahisha na ilinionyesha kwamba watu wako single. By the way siku hizi wameanza kuflavor hizo mafuta. Si ni vizuri? Sijui mbona wana flavor. Ni vizuri kwa sababu hiyo harufu si mzuri. Jiulize swali, mbona wana flavor? Hiyo harufu yenye unatoa hapo si mzuri. Wapi? Mbona wana flavor? So, venye tunaendelea hivi, kindly comment. Unataka uniambie una watch ukiwa wapi? Unatutazama siku yako imekuwa aje? Nataka uchukue that cup of tea, that water, popcorn, ukae chini, uanze kutazama, alafu kama uko single, kuwa karibu kupata mchumba leo, kwa sababu leo sitaki utoke hapo peke yako. Kama mimi niko single ndio maana niko hapa, nataka nione kama nitaenda hata na huyu juu huyu ni kama ameshindwa kupiga mistari, lakini benefit of that, at least pia mimi niende nilale na kama mtu. Lakini sasa venye anacheka hata hii ni disqualifier. Disqualified. By the way, kwa wale ambao maybe you are taken, maybe you are not single, si eti you are not disclaimed kutokuwa kwa shop. Hii pia mnaweza toa maarifa, mna advice wale ambao wanataka kupata mtu. Ajue wanaangalia aje. Unajua siku hizi kuna kitu ina trend sasa tunaita kienyeji. Watu wasikia wataki broiler, wanataka kienyeji. Ni sawa. Sijui kama kienyeji zimekuwa hapa vipi bwana. Kienyeji pia nasikia siku hizi zimejanjaruka mbaya. Siku hizi wamekuwa werevu zaidi. Kienyeji si kienyeji bwana, inaitwa improved broilers. Improved kienyeji. Hatujui itakuwa vipi na Maurice Daniel, tueleze kama improved. Tuelimishe. Hii show ni ya kila mtu, ukuwa umepatwa hujapatwa. Tuko hapa kufunzana kwa sababu kama wewe ni mgeni kwa ngoma,
lazima upate mwenye tayari ashapiga ngoma, amesikia utamu wake. Unajua utamu wa ngoma ni vidole kuwaka moto. Na vile vidole vikiwaka moto, usije ukasahau mazee. Lazima ueleze ule mwenzako mwenye vidole bado viko baridi havijawaka moto. Ndio ile beat inaenda kutoka smart. So lazima umfunze. So kama wewe tayari ushapata mtu, uko na experience, unaweza toa mawaidha, ndio mtu bevu asikimbilie kwenda kuangalia eti. Unajua even though wanasema ukiona vielea vimeundwa, jua naye pia kile kizuri kuna mtu amechoka nacho tayari pale. So wale ambao tayari washapata mtu watatoa advice. Okay, unajua kuna wale labda umeoga, umetoka nje, hakuna mtu anakutizama. Umeoga nakwambia, umetafuta, umetumia mafuta yote yale expensive, that expensive perfume, kwa sababu anasema ukitoka hapo nje ukinukia vizuri, labda utapata mtu atakwambia baba usidanganye. Unfortunately hujapata. That is why I'm here. That is why we are here. Tunataka at least tukurahisishie kazi at the comfort of your bed, at the comfort of your seat, at the comfort of your dining table. Tunataka kukupa mchumba. Mimi nakwambia ukweli baba, hata ukanuka shobo yani ile kuna mtu bado mwanangu bado atakufa hivyo, kwa sababu usidanganywe tu kuoga eti sijui tu alioga yule sijui amejipaka manukato sijui nini apiga poda pale nini poni sijui nini. No, ulivyo vile ulivyo hakuna kupinga, hivyo kama nikanuka shobo hivyo ndo utanipenda. Kama nini hakuna cha sijui pige makeup alafu mkienda mkikana ukiamka asubuhi baba sikia krokando mwanangu. Sasa venye tunaendelea hivyo na show, nimewaambia kwamba mnastahili kuwa mna drop hapo hi mnisalimie mbio, alafu hapo kwa comment section mniambie mnataka huyu kijana ako single. Wewe kwendeni ako single, so nataka tusome comment mbio si uzuri hujasikia. Tuko na Morris Daniel. Morris, wewe ni mtu wangu wa nguvu sana sana na kudhamini tena zaidi. Nashukuru sana kwa kujoin live yangu ya leo na nataka uendelee kwa hivyo. So anasema kwamba from Kitengela, hiyo show naona watu kama mimi hainihitaji. Kwa nini? Kama haikuhitaji usijali, kuna mahali tutataka usaidizi wako. Usitoke hapa. Kuna mahali watu kama nyinyi mtatupa ushauriano, utaushauri, yani ile uta-advise wase kabisa. Some advices from you, kwa sababu I know huwa uko na some of the experiences zenye labda utatufunza. Crispin anasema aje? Naona Crispin hapo yeye anasema Crispin Omariba Nyakundi anasema Crispin Omariba, mimi niko ndani locked kabisa, watching live from Bomet County, Mogogosiek kule kabisa. Bana wale watu wa Chaget. Habari ya huko? Kama huko basi unajua Wagalele warembo bwana. Kidogo niteleze ni fall in love na Mgale, lakini akaniambia utanilea Chaget. Utanipeleka kwa nani ya uta? Nikamwambia my friend. Uka give up? I give up. Uka give up ukawachana na yeye. Kabisa. Naona hapa Firstborn Humble anasema kwamba Miss Anwe uko single ama already taken. Uko tayari kunipeleka? Wewe nimekuachia wewe tayari. Firstborn. Kuja uchukue mali. Ni yako kabisa. Teremka chini. Gertrude anasema hello Gertrude, tunakuona Gertrude Nyamari kabisa hapo. Alafu naona kuna mtu pale kutoka Gertrude bado anauliza kwamba eti Kurukuntu wako wapi? Kurukuntu leo ameenda kuoga bwana. Amesema leo haezi kosa kukula. Sasa sijui ameanguka kwa boiler ama nini. Lakini anarudi. Nilikuwa nataka niwape moshene. Tumekuwa na birthday. Wewe usiwape moshene. Nataka niwape moshene kwa sababu akina Gertrude walikuwa na hopes za uongo. Ngoja sasa mimi narudi. Gertrude. Narudi. Sikuwa hata ni change identity. So mkimbie kwa kwa Facebook ya account ya Kurukuntu. Mtajua kilichotendeka leo. Mkimbie huko saa hii muone. Kuntu amefanya maneno. Sisi mtoroke kutoka hapa sasa hivi. Msitoroke, lakini muende huko. Kuntu amefanya ile maneno. Harusi tunayo, mkimbie huko muone, alafu mkuja hapa mnipe udaku.
Nani huyo anasema Rini Transformer Orenge anasema kwamba Minnesota USA pamoja. Thank you so much for watching Minnesota. Life ikoaje hapo? Unajua sisi ni wale tunaisikia view sasa. Sisi sasa tuko nimesora, sisi tumesora. Sisi tuko tumesora. Unaona? Sisi tumesora bana. Akina huyo anaitwa nani? Polycarp Ongeri, Desmond kutoka Nyamache anasema tuko locked pamoja, yani ndani kabisa. Asante sana kwa kujoin. Sisi kama yeye amesota ama ako Minnesota. Uko Minnesota ama umesora? Leo sasa tunaona kwamba Antonio, this is my teacher. Mimi siwezi blush. Nani ameblush? Ni wewe. Teacher. Hello, good evening sir. Wadau mnaona hapo? Wadau mnaona? Ukianza kusikia hizo sauti, haya jua kumenuka. Alafu unaona hapo chini kabisa kuna Papa Antivirus anasema following show iko late kabisa. Alafu anasema Papa Antivirus amechoma. Eti nimeona bibi yangu yuko hapo. Haya. Papa Antivirus. Tafadhali mwekeane madawa. Wacha nimwambie. Unajua wewe ni mtu wangu wa nguvu sana, mimi nakuheshimu na nakuenzi sana. So nataka urushe mistari nione kama unafika. Pole, Papa Antivirus, wewe ni wa nguvu, mimi ni wa wallet. Sisi umesikia, wewe ni wa nguvu, mimi ni wa wallet. Na hiyo nguvu peleka mjengo. Tafadhali. Unajoma. Haya. Orenge anasema kwamba Antonio Geoffrey Junior na kuona. Huyu ni mwalimu wangu. Nimekwambia ni mwalimu wangu. Acha nisisitize, mwalimu wangu wa hesabu. Nimesora. Anasema ako Minnesota au umesora. Okay, Esther member anasema kwamba locked hi to the king and queen. Oh, thank you baby girl. Uko aje leo? How is everything? Naona mwalimu Sagasa Mosinto Oriova Dani kutoka Nyakimbene High School. South Mogirango Principal Tosha Gare. Okay. Alafu hapa tuko na Dan Bondeho Mohulu Mobema. Bakolemba. Vondo Voronjo. Ndio hao sasa. Tunashukuru kwa kufika pandani, tuko locked kabisa. Dan. Feel at home. Acha niwaambie. Sijuzi hao watu wametatua internet through Jack. Awinja. Will you be my Valentine? Love kidogo hivi. Ndugu yetu buy one get one free. Wetangu la lazima. Au kizi ni wazuri. Ni wazuri. Ni jirani wema naombago jumfi. Akatuangusha sisi kawa Waluya. Unajua sisi Waluya tuombangi chakula. Tunaombanga vitu za kufanya kazi kama jembe, shamba hiyo. Akatuangusha kabisa. Nilikasirika, lakini tuendelee. Haya, karibu Pastor John Mesa, karibu sana. Nashukuru kwa kujoin. Antonio anasema kwamba Sheba hauko comfortable, huyo mniga. We. Acha tuachie hapo. Ako comfortable kabisa. Hata asikini toka hapa mazi. Mimi nimezoea kukaa nyuma ya kamera, lakini leo amenileta hapa mbele. Jiulize. Karibu aseme nimekuforce. Maze, hebu mwambie. Usijome. Huko live ni kwa. I withdraw statement. Mwambie withdraw statement. Umesikia? Lakini tunawapenda nyote. Huko live ni kwa. That is from Orenge. Winter season snowing now. Yes, natamani sana nikuwe in that situation. Sijui experience. Nifanyie kampango. Alafu utume picha. Hizo picha unajua zinakwanga tamu sana. Tuko experience kidogo. Unajua sijavaa majacket zaidi ama unajua ukizima zile baridi na tupewa kidogo. So acha tumeka request. Kabisa. Rini Transformer Orenge. We humbly coming before you. Pero awanis. Yes. Tabasali. Tuwasabiri. Tumesaba. Nimeomba. Tutafadhali tuweze ku-experience. Na sisi tukuje kuambia wajukuu na vitukuru na machokoro. Vile sisi tuliambiwa story Kenyatta alienda, karudi, hivyo. In Jesus name. Amen. DJ Jobo anasema kwamba Miss Anu weka link Kurukuntu ako wapi mpe
high five. Kurukuntu amesalimika sana, but nimesema kama mnataka kujua what is going on right now, kimbia kwa page ya Kurukuntu saa hii muone, kwa sababu huko ndio kuna maubaya. Kurukuntu amechoma, hamjajua amechoma page yake ya Facebook saa hii. Tunaona jamaa pale Kenyoru TV, nakwambia imekuwa tamu sana. Ano, tell them kuna changes kuna program from as now August elections, tunakimbia elections pale. To all the followers of Moshene wa Christ, ni Friday na Sunday. Huyu ni papa mwenyewe, Papa Leonard. Thank you so much Papa Leonard. Sasa unajua DJ Job anachoma hapa, anasema kwamba YouTube anataka buso eti huyu boy DJ Job Orina, huyu boy anataka kukuangusha mahali, naona ka kando place. Wapi hapo bro? Hebu sema wapi? Wapi? Zungumza DJ Job. DJ Job, tuongee nyuma tent ama MC. Evening sir, evening. Okay, Opinga David anasema kwamba from Narok niko ndani. Asante. Zidi kuwa locked kabisa. Mtu wako amereply. Sasa eti huyu anaanza kukugusa. Kumbe si mtu mmoja ameona. Eti huyu anaanza kugusa mahali. Wapi hapo? Bana, mmeanza mambo moto bana. Mapema. My friend, I've pressed my hands on the table. Niko Mosani wana. I miss you sir. Unajua ulinisaidia sana. Alinisaidia hesabu. Hesbon Kaunde umepotea aje? Wewe anashika. Hakuna mtu amepotea hapa. Hesbon tumerudi. Nash, wacha nikuambie kama kuna mtu mwingine wa nguvu zaidi ni huyu mtu anajiita kwamba Nash. Tunakupenda sana. Asante. Kuna watu wanazidi kuomba link hapo, hebu achilie link. Link tunawapa. Ni vile My friend, huyu hata sasa naweza shika hivi. This is my workmate, nothing else. Tumemaliza. Sasa si nilisema mimi na Ako single. Are you single? Rusa mistari. Are you single? Mimi? I am single but okay. So hiyo ndo nini? Kusema ukweli hata Biblia inachua hata Qur'ani. Haya. Text me inbox, I tell you the process, tujaribu maombi ujibiwa. Amen. Rie transform Orenge. Nani? Wawili ama mmoja? Sawa. Swali ndio. Asema huyo nikiendelea kuwatumia link. Asante George Bernard, watching you from Mombasa. Please send me your contact. Nani atume contact tafadhali? Nani atume contact? Alafu tuambie kama uko maeneo ya Mombasa, tuambie wapi, Kibarani wapi, Mombasa wapi, specifically Bombolulu wapi, Majengo wapi. Tuambie kama ni Kwale, tuambie Ukunda Diani wapi, Kwale wapi. Kama ni Kisii sema Keroka wapi. Something like that. Sisi tukue proud tujue umetoka wapi, tunashika kutoka wapi hadi wapi, kitu kama hicho. Alafu DJ Job Orina. Alafu unajua hapa ndio anaanza kuringa. I'm taken. Wanaona. Endelea kupiga kelele. Eti huyo boy sijui anafanya vibaya. Wanaona. Umekuwa Kamene Goro na Jalango. Acha nikwambie tu ukweli. Guy. You are your next Kamene Goro and Jalango. Unasikia? Thank you. Changamwe anasema kwamba ako Changamwe. Hata sisi tuko locked sana. Najua Kamera hapa wa nguvu. Karibu sana Mokogo team, missed you so much. Ulikuwa wapi? Jana sikukuona. Toa mask. Toa mask. Sasa tuko usiku. Asks zitoke. Okay, nimetoa. Pass, good boy. Thank you. Alafu kuna jamaa pale anajiita Kenyoru. My wish manze, mfanye hiyo show mkiwa nyote. You are doing good and awesome show. I can't wait to see you this way every Thursday na mtangaza msimamo wenu. Mnakarashiana the show is
Kenya unachoma bro. Mimi sijawahi crash. Siwezi angusha bendera. Siwezi angusha gangster points. Sema kweli. I cannot. Look Ndio at hii. me. Siwezi into the angusha gangster points. No. I was. Look at me. I was. Look at me. I was. To the eye. Siwezi angusha gangster points. My fellow men, I cannot allow Mokogot, sema ukweli. one man go down. I cannot. Habari ya leo Mokogot. Karibu sana. Mimi niko poa. Nimeona bwana anataka kugusa mali ya wenyewe bwana. Bwana. Mimi siwezi. Unataka kwa charango bwana. Siwezi bwana, siwezi. These things are part and parcel of the governments of Kenya. Anyway. Usikunywe maji utanyongwa. Usikunywe maji sana, hata mimi niko na yangu. Karibu sana. Unajua ukikunywa maji nakwambia utakuwa na anajua tu mfano anajua maneno mingi kwenda huko. So anyway, that's good. Okay. By the way, nasalimia kwanza Kurukuntu. Mali yako najua ameenda kukula muturere ya town. Nasalimia Bapa. Wamemsimia na nimeona MC Tiger. Anyway, na wasalimia nyote mjambo. Na kuna jamaa ameona Pondeka Pukungu. Huyo jamaa wa hiyo jina ni ngumu. Anyway, na wasalimia na wale wenye wanatusikiza huko nje. Wako welcome ndio wakuje kwa show. Ndio unajua tukia equal ikia baba President Mom. Kama mnanisikiza kuja hapa bana. Najua mkiwa hapa ndio show inakuwa imepamba sana. So anyway Miss Anne. Yes. Unajua nimeona 22 minutes. Nimeenda kufungua hivi. Nimeona tu kishikashiko hapo. I don't know ni kama mko na harusi ama nini inaendelea. Mimi nimekuja hapa nimejileta mbele yenu tafadhali. Kama unaweza kutuma application, nitawashukuru sana kuzipokea kwa sababu huyo kama ana behave hivyo mimi sijaona application. Nasikia kwanza kuna comment hapa imenibamba. Lazima nisome. The lady anaweza kushow pia mimi ni workmate but sitaki kumdisclose ni nani mazee. Na si Kurukuntu ni jamaa tu hapa. Eti amenitempt lakini Mwenyezi Mungu ameniangushia kutoka juu mbinguni, ameweza kunitandika kitu, amekufumbika macho. Alafu amenionyesha support. Alafu support hapo. Acha niulize. Kwani nyinyi watu mmeamua tu mkuje mseme ukweli wenu kwa show? Yaani hamwezi ni approach behind the camera. Kusema ukweli nimenota hapa watu wengi wamekufa, wanakufa lakini wananitumia mimi kujiexpress. Tafadhali. I beg you please just come out, be bold. Ruth, will you die? Will you? No. They won't die. Tell them Ruth Basibori, thank you kwa kujoin. So, Mogogot. Yes, ma'am. No. Mimi mapenzi yangu tukimbishane Facebook na wasichana huko hapa online hapana. Hautaki. Wewe mapenzi yako ni asuburia? Mimi mapenzi yangu Miss Anne hapa kwa kamera ni noma ma'am. Unajua? Okay, hiyo mimi siongeangi sana kwa hapo. Si unaelewa? Kurukutu angekuwa hapa angekushow. Mbona hutaki kwa? Vile umeongea hivyo? Nimejua mapenzi yako ni ya jikoni. Unajua mapenzi yangu leo ni kama tuko na harusi hapa ndani ya MC Tiger na Miss Anne. Hiyo nayo ni genuine. Aki wallahi Mungu akusaidie. Guy. Amen. You know kuna message nimeona hapo. Hey, unajua mlikuwa mmeenda Facebook sana. Kuna message zilikuwa YouTube. Amkuwa mnasoma ni kama network yangu iliniangusha. Nikai nilicheka. Anyway, MC Tiger I see for where.
So anyway, you are doing an amazing job. MC Tiger, yeah, uko talented, but tunataka ukuche kila siku. Kurukundu sasa, Kurukundu acha tutachukua Kurukundu akae nyuma ya kamera. So MC Kuntu sasa ukuche na ma content hapa. Naona uko sawa bro. Asante. Okay. Anyway, mjadala najua leo ni Thursday. Kuna wale wenye wanataka na kuna wenye okay, kama mimi ni Bishop. Umeelewa? So mwenye anataka, mwenye akoko nje, by the way, wacha akuje tu, atapata mwanaume ama atapata mwanamke. Na unajua hapa kwa kamera hapa utaweza pata mtu wa ukweli ama wa uongo. So in fact mimi chenye naweza sema kama Kokoti, watu wasikuja hapa kudanganyana. Watu wakuuze, wafanye ile kitu inaitwa ya ukweli. Kama ile tunafanya kwa kanisa huko mbele ya kanisa, unaona? So watu wafanye ile kitu ya ukweli. Sawa Miss Ann? Yeah. Yeah, lakini mimi nawaombea mema wene MC Tiger. Kamene kolo na charango. Yes. we. Oh, by the way, kuna mtu tukianza comments alikuwa anasema eti hii sitajiki. In fact, vile ulitaja Mokogoti eti this is a Thursday, tunakumbuka is a TBT. Vile mnaweza tukumbusha pale enzi za kitambo, wale ambao walikuwa wanakunywa, babu zetu, nyanya zetu walikuwa wanavaa vipi bwana? Tukizidi kujikumbusha ama vipi? Kamisi. Walikuwa na waliangusha kampuni bwana. Kampuni ya kamisi siku hizi. Akina Anu waliangusha kampuni. Mimi navaa. Mtu mwenye anavaa mpaka saa hii, will you be my Valentine? Bas. Huyo ndo the only woman who I believe anavaa mpaka saa hii. Wengine wote waliangusha kampuni. Ruth Bosibodi anasema kwamba anataka. Kama unataka Ruth, join link. We want you useme the qualifications, kwa sababu unajua huwezi pata mtu hivi. Unakuja hapo hivyo, una click that link yenye nimetuma. Unasema the qualifications. Wanaume wote wenye kwa in this section mnasikiza those qualifications. Alafu tafadhali usipewe mtu uende kupeana character development. Yes. So ni vizuri uchunguze mtu saa hii. Yeah. Umuulize yale maswali yote unataka kumuuliza. Tukisikiza, sisi unajua ni witnesses. Character development. Huyo ambia Ruth akuje huko YouTube, a comment huko. Ruth umesikia. Aingie huko. Fanya hivyo mbio. Watu mjoin. Teke. Mjoin. Watu wa Mokulu Mobema. Alafu mzidi kuangusha hizo comments maze. Hizo comments ndio muhimu, tunazihitaji kabisa. Mokulu. Papa. Unmute. Sijui kama Papa Mokulu. Papa ni mute the microphone. Ni mute. Papa uchani mute, uchaongeza sauti. Bado hatukuziki. Bado sijasikia kitu. Ni kama ameingia kutoka Facebook ama Mundu wanyi. Ni kama. Hebu jaribu tena kujoin afresh. Anyway, MC Tiger, wewe Nash, naambia Nash akuja hapa. Nash si lazima akuje wakati wa siasa. Wewe kama mzee kuja hapo utuambie maneno bwana. Nash, unataka nivae nini? Unataka kunijomea? Anyway, unataka kunijomea bana? Unataka nivae nini? Nyinyi mnavaa siku hizi. Kuna zile nimekumbuka. Huyu jamaa Mokogoti anataka kutukochomea tunavaa katakei bana. Sisi hatuvai katakei, tuliangusha hiyo kampuni. Hiyo kampuni tuliachia wanadada yote. Ama vipi? Lakini sasa niko na swali moja. Yes. Mimi yule mwanamke mwenye nataka ni mwenye anapalia kamisi. Afarie bike. Good. Hapana, hiyo inaharibu. Isa.
Asifali. Kuna kanguo kabaya kenye sipendi. Asifali. Hiyo naye akivalia ni kabaya. So Gani? we MC mwambie we nyamaza we. Hiyo si anajua. Wewe nyamaza. So by the way, kuna kitu sijajua up to now. Wife material. Na sio wanaume sisi tunaitangwa aje. But unaweza pata hii story na sasa ikia hapa ingia hapa na present mom. Please. Ndawatafuta Facebook ni wataka. Bogowati. Unasikia kuna mtu hapo anaitwa Nathan Othengi anasema wale wakamisi ndio mabibi au wengine ni matumbili, yani tuwili. Think nikidhani tuwili anasijua anamaanisha tuwili. Unajua tuwili according to Sheng inamaanisha amekanyaga mguu mmoja ndani ingine iko nje. Yo ako tuwili. So atuelewi. Nathan, tuelemishe bwana, unamaanisha gani? Okay. Mokulu umejoin, sijui kama bado unanisikiza. Hebu jaribu kuongea. Microphone yake sio mzuri. Mokulu. Guy. Your sound is not good. Asikupati. Bado. Tunaona tu yes mdomo ina move lakini sauti. Mwambie. Wewe Mkuru. Restart your phone. Mwambie restart your phone yake. Kai kikataa kuongea. Hata yangu inanifanyanga hivyo. Alafu wase wazidi kushare link, kushare link kabisa. Tujae pomoni hapa ndani. Tuzidi kujaa hapa ndani mpaka tukue wengi kabisa hiyo support mazee. Kama unajua mtu yoyote mwenye ako mahali, anafaa kuwa hapa saa akitazama hii show. Mwambie oya uko wapi, umelala wapi, umeamka wapi? Wameanza kupeana wanaume na wanawake, umelala. Najua saa ni saa 4:20 bana. Watoto washalala kwenda shule kesho. Na kesho ni bana wewe amuka bwana, amuka. Keep. Hebu soma. Keep. Ametoroka tena. Unaona namuita alafu anaenda. Ako wapi? Ameenda kama namuita. Mbona bana? Mokulu. Mfungulie. Fungua magi yake. Amefungua. Mokulu. Oh my God. Ama mkuomba mkianza show. Kama tungeomba wewe sasa ungeingia kweli. Wakati unaona venye Nasha anachoma hapa, anasema kwamba utulie. Watu wengine hawako romantic kama yeye. Akijoin anaweza choma vibaya sana. Eti yako romantic. Mwambie kama achome, nataka achome leo. Eti unataka achome? Yaani sijui nini mbaya. Ningependa Mkulu aweze kuzungumza bwana. Manoti Junior, karibu sana tunakuona kabisa. Pastor, unajua hizi vitu saa zingine zinaleta shida kidogo. Asante baba, karibu. Nimejaribu, nimeng'ang'ana lakini maombi yenu. Unajua huyu mjamaa ameomba sana. Lakini hadi imekubali. Kuna kitu moja anachoanga na zizi wa Roya. Na sisi wa Roya inakuanga gani hiyo? Unajua wakati unataka hata unga iive. Ndio hiyo. Hata ikikimbia utajaribu, hauwezi pika uji. Unajua sasa hatupendi hii ya kusiaga, tunapenda hii ya kusiaga. Tununui kwa duka. Hii ya duka tutashangi vizuri hiyo. Afadhali wewe, mimi nakulanga ile ya kuku sasa, ile chakula. Ile nasipika ukali. Hiyo ni poa, lakini mko poa? Sisi tuko fresh. Na hata mimi niko poa. Sasa hapa naona leo topic ni mzuri sana. Mimi sasa ile tu inabaki kwa sababu mimi nataka nioe hii mwaka, kwa sababu ile mwaka ingine nilijaribu
ikashindikana. Asante papa, karibu ndani. Na msichana mwingine nilikuwa nataka yeye, lakini sasa yeye alikuwa analeta kichwa mara nini hataki hii chakula, hataki kupika hii ugali ingine. Sasa ilileta shida nyingi sana, lakini sasa nimejua hapa nikiwa nitapata yule mwenye anafaa sasa. Sasa huyo alikuwa anataka kukupikia ile ugali yenye ni kichungi. Ile ya kichungi hii, yani unaweka tu mkono hivi ni kama tu unaonja tu inaisha. Nataka ugali unafinya hivi unasikia roughness. Leo unasikia si ugali ukimaliza kukula au shiki kitu. Nataka ugali ukimaliza kukula ukifanya hivi unasikia ni ile unaenda kusiaga inabaki zingine kwa huko, lakini sasa hata nguvu inakuwa kidogo sana. Sisi tunapenda vitu za nguvu sana. Basi unajua ile ya kusiaga inakuanga sandpaper ukimaliza kukula. Ukifanya hivi hata unaweza kuara ukuta. Maybe hakutaka umkuare usiku. Umejaa sasa. Lakini alikuwa na bidii sana huyo. Na ile tu sasa mimi ndiye hakuwa ananifavor sana. Nikasema sasa acha tuchape break kidogo nitafute mwingine tena. Unajua sisi kama Waluya. Ndio hiyo. Bidii yako haifai kuwa kwa vitu zingine bali jikoni. Jikoni na umejaa hii ukikula tu kwa jikoni umejaa unaweza kula jikoni na huko hakuna kitu. Hiyo wewe ni bandia sana. Uliza huyo mwenye uko naye hapo. Unaweza mlisha vizuri. Umejaa hii ni vitu 3 tu chakula. Zote na hii ingine. Sasa kama umejaa mbona anakupikia vizuri? Anapikia wewe vizuri ili ukue hata huku pia ukue sawa, lakini sasa wewe unakula nyingi unashindwa hata kufanya ingine, unalala tu. Unasema my supper was cooking supper for me. So you Zaba is not eating Zaba. Sasa wewe ukifika hiyo siku ingine anashangaa sasa huyu nampikia na baada hata nashindwa. Hiyo ni kazi mbaya sana hiyo. Unasaidiwa kuweka vitabu kwa register. Kwa no. Eti unaweza saidiwa kusoma register. Wewe baadaye unasaidia. Unaona siku hizi wanasaidia wazee wengi sana bwana. Anatoka tu bwana anarudi. Umejua siku hizi hao wanaonja mingi. Wakishaonja wamejua hii ilikuwa na test, hii ilikuwa na sukari nyingi, hii ilikuwa hivi. Sasa umejua wewe ukishinda hapo eti unataka kunini? Utabaki tu. Siku hizi wanafanyanga window shopping. Siku hizi bwana wanaenda wakienda hivi unaomba huyu anakupa inakuwa noma sana bwana. Sasa hata tunashindwa tu tutaenda wapi sasa? Kuna wa pesa, kuna wa chakula, kuna wa nguvu sasa lakini wao wanapenda wa nguvu sana. Nguvu lazima, nguvu muhimu. Unaona wewe unakuwa na pesa nyingi lakini wewe anakuja tu anasema tuacha tu tukule. Jioni hayuko hapo, unapata tu amekuacha. Unaenda kazi yeye pia anaenda kazi. Sasa hiyo ni shida. So unaweza taka mtu wa qualities gani? Tuanzie hapo. Msichana wa aina gani? Anakaa aje? Umbo? Tuanzie kutoka kichwa. Nasikia kichwa. Tumbo na mgongo, kifua na magoti. Yesu yuai. Mwanzi hapo sasa. Kichwa. Ikaya aje? Huyo sasa kuwe na akili kidogo. Kitu moja. Asikuwe yule hata akili. Unajua akili nikisema akili inabeba vitu mingi sana. Akuwe yule mwenye anaweza fikiria, si lazima lazimishwe kufikiria. Umejua kuna wengine lazima walazimishe kufikiria ndio afikirie. Sasa yeye asikuwe kama huyo. Lakini ukumbuke pia Mungu anapeana kitu inakutoshea. Inatosha lakini hiyo ndio ya muhimu. Alafu pia akuwe mrefu kidogo ndio watoto wakuwe warefu, hata mimi ni mfupi kidogo.
Na pia abebe huku vizuri kidogo. Abebe wapi? Huku Abebe nyuma. akuwe na past ama future? Huku nyuma, huku past. Huku ni past ama huku nyuma pia akuwe nayo mzuri yenye Nyuma imekaa ni nyororo mingi, sana. nyuma ni kisogo. Lakini isikuwe ile ya kuongezea. Unajua kuna ingine unasenda una slap hivi inakuwa kubwa. Hii Unaona tunajua siku hapa? hizi inakaa aje. Unaona hapa? Najua hapo. Hapa ni nyuma. Hapa sasa. Hapa ni nyuma. Akuwe na hapa. Akuwe na hapa pia, lakini hapa pia ikuwe nzuri. Kwisha. Wapi Na hapo? tabia. Wapi hapo? Ulikuwa unaguza mara ya kwanza, lakini wewe opposite sasa. Mimi sijashika kokoo sasa, nimeelewa. Lakini unajua siku hizi tabia mazee, unajua inasemekana hivi afadhali upate mwanamke ambaye anakupenda kuliko ambaye wewe unampenda, kwa sababu yule ambaye anakupenda hata kuwa na wakati wa kuenda nje, lakini ukipata ambaye wewe unapenda utakuwa unajisumbua, wewe utakuwa unaumia bure. Lakini sasa nikipata yule mwenye sijampenda, si nitaenda kwa huyu mwenye nampenda, sasa ni mwache. Na ukienda huko na wewe pia utapata mwenye hakupendi na utazidi kuzungukia mwenye hakupendi. Sasa umejua hapo. Umejua wanakuanga wanae wazuri sana. Ukishamweka tu kwa nyumba vizuri, wanakuanga wazuri. Lakini sasa sisi ndio bado hata unachukua huyo mzuri bado unashinda tu unatafuta. Umejua sisi tunaangalia macho, inapenda, unashangaa uko na mwingine huko. Ako tu sawa kila kitu ako nayo lakini autocheki bado. Sasa mimi nataka yule sasa nini na yeye. Sitaki yule mwenye hiyo yenye Unajua ukiangalia kusema ukweli sisi kama wanaume angalia ukweli ni ile what you like is wewe unaweza penda with time, si ndio? Lakini wao watu kama wakinaanua wakuangi predicted. Anaweza kuonesha kwa macho anakupenda lakini kwa roho hakuna kitu. Na wewe unaweza kuwa mazee buda umekufa yote mpaka hata unasema I can die for you. I can die for you. Unakufa. Anakuacha unakunywa kreti 2 za soda. Lakini ya muhimu wajua ni kuelewana. Ni kuelewana. Sisi tunakaa chini. Kama Dan Bonde kumokulumo bema nakaa tu chini na wewe nakwambia mimi niko hivi. Umejua sasa sisi wengine tunaficha na umejua sisi wengine wana pretend to be good but their intention ni mbaya. Anataka tu akishaonja tu asali hivi kidogo ametoroka. Sasa umejua ukiamua, ndio maana mimi nasema usiharakishe kuoa eti sasa umepata. Angalia kwanza, usiende tu eti umeonja asali ndio hiyo sasa unataka kunini. Kama ulikuwa unaenda kuonja asali, separate kuonja asali na kuoa. Kuoa ni kitu kingine tofauti. Unajua kuoa unaenda kana mtu saizi wewe uko na miaka ngapi? 26 hapo. Unataka kuishi miaka ngapi? Hapla Mungu akubariki kuishi 80. Unajua utaishi na yeye miaka nyingi sana. Sasa kama upendi yeye, achana na yeye. Acha kae in peace. Wewe tafuta yako. So tuendelee kuflow na hizo qualification kwa sababu najua kuna ladies hapa wanategea wasikie venye unataka qualification za aina gani ama bado haujaamua unataka kama mtu, lakini kwa sababu unajua umesema kuna harusi inaja. Hiyo nimesema hizo zingine umejua amesikia. Nimesikia lazima asikue yule mwenye analazimishwa kufikiria, ni kwa yule mwenye anafikiria pia huko nyuma pia inakuwa nzuri, lakini sikuwa ile ya kuongezwa pia. Kuna siku hizi wengine anaongeza tu, anaenda tu anaongeza, inakuwa kubwa unashindwa. Na sasa hii ni yake yote, kumbe tu kuna kitu. Sasa baki tu na ile ya Mungu natural. Na mimi sitaki mwenye anapenda hizi makeup, naweka mdomo sijui na rangi ya blue, rangi ya red nini hiyo bwana, hata unafika nyumbani watu wanashangaa, kwani wewe hiyo anapaka nini hizi? Sasa vitu kama hiyo nataka yule mwenye ako natural tu hivyo tu vile yako hiyo. Umejua ukiona hivi unajua hapa sasa ndio hii nimepata. Unajua unaweza pata umesuka nywele umeweka nini makeup nyingi, lakini ukitoa hizo natoroka tena. Sasa hiyo mimi sitaki. Ndio hiyo. Alafu pia uwe mtall kidogo. Sawa. Height yako iko kiasi gani ndio at least mtu anajigauge vizuri.
Unajua mimi yangu ni umejua sasa nikiconvert in centimeters, labda kuna wengine wako conversant na centimeters, lakini ukipata yule mtu mfupi anakwanga around 150 cm. Ukichukua ile ruler 150 almost, sijui in terms of feet, na mostly napimanga na centimeters. Juzi nilipima leo asubuhi ilikuwa 163 hapo centimeters. Sasa ukipima 163, kama uko interested, chukua ruler, pima 163, utaona penye niko. Okay. Uko na ngapi? Hiyo nimeona uko 3/4 ya mlango. Hiyo nimekushinda. Mimi niko 1.89. Miaka yake pia ni kitu ya muhimu. Umejua miaka pia ni ya muhimu. Miaka by the way. Sasa wewe asishinde mimi miaka. Umejua sasa ukijipata umeshinda wewe miaka, unless utaoa tena ukifika 50 unaoa mwingine. Sasa hiyo mimi sitaki. Kama unataka yule mwenye miaka isipite 26 and above. Okay. Isipite 26 hapo ikipita sasa ajue hapo sasa tume cross line mbaya sasa. Pia asikuwe na mtoto, na kama ako na mtoto awe ni msichana, sitaki mvulana. Okay. Mbona msichana? Mbona msichana? Sasa umejaa mvulana tutangangana bado naye huku mara anataka hii nini, lakini umejaa msichana naye ako hivyo. Sasa msichana mimi na prefer. Sababu umejaa siku hizi si kupenda kwao kupata mtoto. Umejaa sisi wanaume pia tunadanganya sana. Wasichana pia wanakubali tu kudanganywa. Unadanganywa tu, unaambiwa tu wewe umejaa nitakupea hii, mara kidogo umeshafungua sava. Mtu anaingiza. Alafu nasikia akishaingiza ndio unakuja kusema kumbe huyu mtu hakuwa serious, na saa zingine yule mwenye alikuwa nataka wewe mzuri na unamwacha. Unataka mtu wako celeb. Unatafuta celeb. Na hujui huyo celeb naye hata ako na wewe. Hata unajua tu ako na nani, ako na Njeri, na bado unashinda tu hapo tu penye huko. Sasa inashindwa na hawajui sisi ndio tuko. Mko wapi? Eti hawataki sura personal, wanataka yule handsome nini. Alafu baadaye ukishaachwa hapo ndio unashindwa sasa, hii handsome nilienda amenitoroka tena amepata mwingine. Anza muambie waachie soperas. Hapana, siku hizi tunataka watu sura personal, kwa sababu watu handsome wanakwanga community husbands. Ndio hiyo, lakini wao washughulikangi, wao wanaendanga tu hiyo, eti hiyo ndio wanataka. Unapata tu ako mmoja na ako tu hivi. Hata ukienda college unapata tu wengine tu wako tu hivyo. Ni mang'aa tu, lakini huyu bado anaenda tu. Kesho unasikia amepea yule mimba, kesho siku nyingine ni yule, na unashinda. Unazidi kucheza karate. Okay. I hope umemaliza kutoa qualification zako, Mr. Dan. Zidi kushare link, weka WhatsApp, weka wapi, Facebook, share, watu wazidi kuingia, kujoin, kulike, kucomment. Alafu wale ambao mnaingia hapa ndani ya show yetu ya leo usiku, tunakuarifu kwamba tumeweza kufungua TikTok yani TikTok ya Kisi Hot. Enda pale TikTok to follow pale Kisi Hot, just follow us. At least hizi vitu haziwezi kuwa zinategea mpaka wakati kama huu mazii. Tufike, I'm pleading kindly, vile tunaendelea hivi as we are continuing to watch, at least ambia rafiki. I hope nimefungua site. I hope by the time tunamaliza hii show will be like 500 followers. Yeah. I hope will be 500 followers. I'm looking at right now to see vile inapanda. Kindly vile unatuangalia unafollow. Wala ambao wamekuwa kifollow, tafadhali msitoke, just come back. Na I hope tutafika hata 1000. In fact, when you are serious, tutafika 1000 saa hii. Na tunafungua forum, we'll be having lives every now and then. Topics coming. So msisahau kufuatilia hapo ndani ya TikTok Kisi Hot. Tafadhali just follow, ama vipi? Mfollow tafadhali, kwa sababu a lot more is on the way, na hapo mtaweza kujibamba, ndio mtaona venye
watangazaji wenu your hosts venye wajui kudance. Kabisa. Because the reason for that, niliona watu walikuwa wanahitaji hiyo TikTok, so we decided to open for you, because TikTok tunaweza fanya interview anytime, tunaweza kuweka forum anytime, show unapiga from anywhere, kutoka mahali popote. So kindly support. Hata sahi tuanzishe hiyo mchango sahi. I'm following, nione at least tutafika wapi. Nimefungua sahi, so I'm monitoring. At least tukifika hata even 1,000, I know we can make it here in Kisii Hot. We can make 1,000 followers sahi, na tunaingia live sahi. It is possible. To welcome. I know it is possible. Mngekuwa mmefollow. Yes, they will. Na waaminia sana that they're going to do that. Yeah, naona hapa Judy Kwamboka anasema ako tuned in na anataka mubabas. Fred, Judy, unataka mbaba wa miaka ngapi? Judy, ingia StreamYard. Utueleze. Anasema kwamba leo nimeona mgeni, my sister, say hello. Hi. Salamu imefika tayari ndani kabisa, locked. Na kama umependa what you're seeing. Alafu Judy, unaweza tuambia umetoka Mombasa maeneo gani? Tulisema for today hatutaki kusema eti nimetoka Eldoret. Kama ni Eldoret sema nimetoka Kasese, ama nimetoka Baraton. Kama ni Uasin Gishu sema nimetoka mahali fulani. Kama ni Nandi sema nimetoka mahali fulani. Being specific. At least ndio watu wetu wakuwa wanajua. Hata unaweza pata mtu bazee mko naye hapo jirani yako hapo nje na amesha kuluku. Alafu anakumezea mate. Mazee. So labda pia anaweza kuwa amekumezea mate, unaweza sema nini? Haina tatizo, mimi nataka wewe umesema unataka mbabas, mimi nataka mama wa haria. Mamas wa haria. Jodi uko na haria. Ukiwa na haria, join link, kindly join link. Kabisa. Join link, mpeane your qualifications. Mbio kabisa. I'm expecting to see over 250 people hapa. Sasa hivi nimeona wakifika. Sasa tuko almost 200. So tell a friend. Ndo usipate peke yako. Tell a friend. Tuzidi kujoin hapa. Tujae tukue wengi kabisa, wengi. Ndio watu wapate wa baba. Na sisi tupate wa mamas. Najua siku hizi kumekuwa na food imepanda bei mpaka waitu sugar mami saina. Hebu na mjaribu. Somebody is telling me that the link is not working. Hebu na mjaribu. Eti ifungui. Nashangaa na link inafunguka. Can you try that? Ni kwa nini? Somebody is telling me that the link is not working. Rini transformer orenge. I don't know what's happening. Lakini I'm very sure inafanya. Kwa sababu anasema kwamba hii link yenu haifungui. Sijui mnafikiria aje. But ndio hii wengine wanatumia. So hebu na mniambie. Wale wenye naona watu wengi sana are watching, but amtaki wa babas, amtaki watu. Sasa unaona huyu, unaona yake inafanya. Rini transformer umejaribu tena imekataa. Kwa sababu it is the same link yenye wenzako ama wenzangu hapo wanatumia. Inafanya. Kama unataka mbabas, kama unataka mchumba, kama unataka connection, kama hutaki kulala peke yako kama mimi, nimechoka jamani. Nimechoka, kwani Mungu nilikukosea wapi? Sasa hata ujaribu. Si ujaribu kuniambia I cannot. Okay. Sasa huyu amekataa. Hata mimi niko hapa naweza kuwa nataka mtu wako. Wakufanya nini? Wakufanya nini? Unakuuliza? Ndio nangoja wakufanya nini? Mtu wa kusoma katiba. Nangoja watu muingie watu wenye mko live. Mjoin mbio tupate wachumba hapa. Ekia baba yana. Habari yako? Nzuri sana. Mimi nilikuwa na testi kama ringi inafanya. Wengine wanasema ifanye. Ndio hiyo nimeshangaa na karibu Ekia baba. Asante. Anyway, wewe ni mgeni sijai kuona. Karibu sana kwa hii studio yetu. Nakukaribisha uingie na viatu. Na gumboot. Asante, lakini nimekuwa hapa for almost 4 months. Ile hujai kuja mbele ya kamera. Unakuwa wapi? Unakuanga nyuma ya kamera? Na kwa kamera nimeonekana mara 4. Sijai kuona. Hapa watu wenye tunajua ni watu 3 hivi.
Wa kwanza Tukianza na Kurukuntu. Kurukuntu yeye tunamjua kutoka kitambo. Baba Isaac. Mekuja my sister hapa tumemjua. Unakumbuka birthday tulikuwa na yeye. Nakumbuka birthday ya Kurukuntu? Birthday ya Kurukuntu nilikuja nikapata kasha kula keki ananikaribisha kwa sahani tupu. Sikufikia, nilikuwa busy. Hiyo siku mimi ndo nilikuwa MC. I've been there several. Okay, anyway mimi nimekuona leo, karibu sana. Asante sana, mimi pia nimefurahia kukujua. Hapa tumezoea watu wawili sana. Okay. Basi kama vile umefika tunaendelea kufuatilia, unaweza tembelea pale TikTok. Kuna due to public demand watu walianza kusema tunahitaji shows katikati hata hivi ka TikTok nini, tukafungua TikTok. So tuna expect mchango wenu, at least you show some love kwa kufollow tufike. Nimefungua sahi, so by now naona watu kama 10 wamefollow and I'm expecting today our target is 700 ama 500 followers ama 1000, na tukifika 1000 leo usiku tunaenda live. And from tomorrow tutakuwa tunapiga live topics TikTok, because hiyo ndio watu wame request. So wewe kama uko na watu wako 2, 3, 4, share pale WhatsApp, Facebook, waambie watu follow pale. Okay, ni sawa basi nitaenda huko saa hii. Yes. Unataka mtu? Eti? Unataka kama mtu? Hapana, mimi hapana nataka kama mtu, bali nataka kama baba, lakini si leo. Amzingo ende wapi? Ujumi imekuwa mbaya my dear, sitaki. Ujumi imekuwa mbaya saa hii, ukipata mtu anataka pia yeye aanze kukukalia. Acha tu ujumi tukalie kwanza. Unajua hapa kuna mtu amepeana qualifications kama ulikuwa na watch umesikia. Sasa sijui tutamsaidia aje, kwa sababu watu wote naona ni kama wako nyuma ya tent. Watu mkuje mbele ya tent tuwape watu. Atapata, sijali. Wako watakuja ni venye wako busy. Ni ile wako busy, lakini sasa wacha waweke pause wakue pause. Hii ni masaa ya 3 TBT Throwback Thursday. Sawa. Atapata tu, asichoke. Ni kitu gani ukiangalia hivi ukikumbuka pale kitambo, achana kuchuna matawi, achana kuchora chini, achana kufanya nini ile ambayo ukikumbuka kitambo ungeza tamani iwapo ni mapenzi ya sahi yarudi wakati huo? Nini kile kilichokuwa kitendeka kitamani ungepewa muda sasa hivi ukirudisha sasa hivi ungekirudisha? Mimi siwezi sema kuna kitu. Mimi saa hii kama muda ingekuwa inarudishwa nyuma, ningerudishwa nyuma kabisa, nianze kukua fresh. Nianze kukua fresh, nirudi shule. Sasa wewe ungetaka urudi ukue kwa the 22nd century? Sasa na hizo stories za kitambo hizo zishapita. Kuna vitu zingine watu tukikumbuka tunalia, cha nazo. Sio hiyo, nauliza ukilinganisha mapenzi ya kitambo na mapenzi ya sahi, ni yapi mazuri? Mimi mapenzi ya kitambo siku yafikia. Sikufikia hiyo ya kitambo. Siwezi sema ya kitambo ni mzuri ama nini. Mimi nimefikia hii ya sahi yenye watu tu tunadanganyana tu. Hii kama utrai hii. Kuja tujaribu. Kama zilai huko fikia Adamu na Hawa. Hiyo hapana, hiyo sijaifikia. Labda tuulize mama zetu ndio watatuambia. Lakini hiyo nakuombea Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utapata. Amen. Na hatuko wengi. We are only 10. 10. We are only 10. You're one of them. I'm one of them. Na ushachukuliwa, so wamebaki 9. Na hapa sijachukuliwa, niko on probation. Niko on probation ya 4 months. Ashachukuliwa? Hapana.
Hujachukuliwa? Niko on probation. Okay. Ya 4 months. Pia utachukuliwa tu 4 months. Yeah, nimemweka Okay, probation itaisha. ya 4 months. Kama Wewe atoshi na yeye nani mboga. ameweka mwingine? Mimi. Nani ameweka mwingine? Mimi nimemweka probation. Wenye kuwekana ekana tu. Sijui sasa hapo nitasema nini, lakini sahi acha kwanza tukae. Tutapata tu Mungu akipenda. So mmeamua hamtaki watu. Hapana, hatutaki. Hata mimi nataka mama Zuharia. Mama. Mimi nataka mama Zuharia, popote penye unasikia mtu anatafuta kijana mdogo, kijana mwenye ako na nguvu kidogo, ako eloquent, anaweza kuzungumza vizuri, anaweza kufanya kazi vizuri, kazi ya kuosha vyombo. Ile Waswahili wanasemanga kibenten. Anaweza kufanya kazi vizuri, hasa ya kuosha vyombo na kupika. Unataka kibenten? Acha nitoroke Ukurugundu asinigute hapa. Ama si Ukurugundu? Ni Ukurugundu. Nimeona. Mimi nimeenda. Ngai. Mtu hapo ndani. Hiyo ni meno peke yake. Kia babu unaenda wapi? Tupatanishe na Ukurugundu sasa. Kuwa na Ukurugundu ndio. Kurukuntu. Watu wamekuwa Usa simu ununue network. Makogoti is back. Kurukuntu tunataka house tour. Mbona amejificha, ametoroka, network yake ni mbaya sana. Kuna mtu hapa amependa Makogoti ono ikira. Makogoti karibu. Makogoti unajua alikuwa amesema amekuja kukutafuta na kumbe is a good search and amekufind. Kaita hata. Ewa mache. Alikuwa amesema wapi? Mbona sijaona? Tindara sari kundi. Amekuwa kama Maambi ochoirane namba ochoirane ogedi clip ke 23 minutes na wakora na bali. Kabisa. Haya. Asante sana. So kumbe ndo anjire nandumanyire. Nagokire bona na igule buya. Kana chiro manyite. Kurukuntu konyogerie na atamire. Totama gagito kia baba totama. Makogoti. Yes mama. Kwanyorire leta ngama geni abunga kiega sieko irete. Egasiere buya ndocho mujagarore mao muya narore MC Tiger ndocha kari gotoro kimabenzi studio maya nani baka nanye kore ane igure buya. Mimi hapa nasema Gidu. Atuchomi, unajua MC anu ameanga MC misi chomi. You know mulirwa masaku. Anyway, kia baba. Naro, okay, niliona mmoja wetu huko nje akisema ati anataka mse. I don't know. Ameingia by the way MC. Alikuwa hapa ameshatoa amepeana qualifications. Aishatoa qualifications. Naona hapo Makulu Mobeba anaendelea kujikuna kichwa, sijui ako na nini ya kusema bwana. Siatuambie kitu, nasikia ako na kitu ya kusema. Amekataa kwa unmute mic. Jan mute. Tena imerudi huko. You are in the dark. Alafu John Omo Senator anasema kwamba hello Maiga mange John. Tawangu. Akiogendelea. So nasikia Natash anasema maybe mademu wa huko wanataka vindo vihotanga.
John pia anasema kwamba anataka kutafutiwa. Sasa wasichana wako nyuma ya John, tent. Omo Senator, kindly soa tafadhali, ingia hapo, toa qualification zako, chieleze, alafu na sisi tutaona tutapatanisha vipi. Hapa ni kama Romeo and Juliet. Link nimeweka hapo kwa mpigo tena sana. Link ndio hiyo hapo, tafadhali ingia hapo ndani. Jaja kabisa. Chukua comfort kama yote. Nimewasalimia, acha niende sasa. Hapana. Tuletea watu. Mkogoti alikuwa anataka kukuongelesha. Mkogoti achana na yeye, tutapatana tu. Tutarudi. Acha niende, labda acha niende acha nimfuate huko kwa ofisi. Kuongelesha labda ilikuwa ikuwe address hapa. Alikuwa address hapa in public. Lakini kama hajaenda si sasa inafaa, kwa sababu alisema uchumi ni mbaya na simejaa, mkisaidiana ndio itakuwa nzuri. Kabisa. Mwambie uchumi ni mbaya. Si uchumi ikiwa mbaya ndio at least unapata yule mwenye mnasaidiana, ndio at least mnasongeza maisha na speed ndogo ndogo. Speed ya konokono. Baba anasema uchumi ni mbaya ndio maana hataki. Sasa mimi nashindwa na yeye. Angalia mimi, anyway, by the way mistaki, please. Kwenye nitakuwa ready kutafuta, na hiyo ni kila siku ninasemanga hivyo, hata ukurukundu anajuanga. Online siamini. Online siamini. No. Hata mimi haina haja tuanze kupotezeana muda hapa. Dan, wewe ni mkali sasa ukifika mambo na online. Sasa wewe unaona mpaka ametoa video akuangalia sema hiyo ni yangu mimi mwenyewe ndio siwezi iamini, lakini siwezi kataza watu online ni mbaya. Hapana Dan, nimekupea huyu for free. Rusha mistari. Angalia kamera huko ndani. Sikiza Dan. Dan, jitetea. Ndio hiyo 5 minutes ya kujitetea. The clock is ticking. Yes. 4 seconds. 10 seconds. You failed. Sauti tena imepotea. Dan. Ndio hiyo inasikika vizuri, labda nyinyi ndiye mnisikii. Nimesema uko na 5 seconds. Na mimi nilishasema qualities za kujitetea ziko hapa. Ndio hiyo nilisema. Sasa yeye hapana, sasa unajua ukishasema qualities haina tatizo. Unajua sasa ukishaambiwa, ukisema mimi nataka sijui kuku aparwe, apakwe sijui aweke dania, aweke watermelon, sijui aweke vitunguu, aweke chumvi, aweke sijui nini. Finally imeletwa. Nitarudi. Acha nitoke kidogo ni receive simu yenyewe iko hapa. Sawa. Ishaletwa kwa meza. Lazima useme uanze kujiongelesha sasa ukiikula. So ndio hii hapa. Pakua. Sasa unajua siku hizi mimi nikisema hivyo na yeye pia namwambia wewe ungependa yule mwenye nakaa aje na wewe. Nijue kama mimi nimefikisha hapo, kwa sababu naweza kuwa tu najaribu kusema hivi lakini kumbe nasema tu, lakini amesha amua yeye eti huyu hata kama anasema hizi zote lakini nimejua hapa naye siko. Sasa hata wewe ni vizuri unasema tu ndio tunajua na wewe ni gani upendi hapo na nini. Unajua na pia usikwetu mtu pia anaenda kanisa hata kama ni mara moja kwa mwaka ni sawa tu. Dan, si unaenda kwa soko unasema naenda kununua ile rubber shoes. Unafika pale unapata ingine na kubamba zaidi ya ile ambayo ulikuwa unataka. Unabadilisha maono, unaenda unaona hii nikichukua hii nitapendezea mbele ya watu kuliko ile ambayo nilikuwa nataka kwa mara ya kwanza, kwa sababu ile ya kwanza iko na watu wengi. Hivyo basi ni sawa, unaweza kujieleza, maybe upate mtoto alikuwa amefikiria otherwise aweze kuchukua kitu kile design nyingine. Mtoto kidogo upate ameweza kubadilisha mawazo na amerudi kwako, amekuja
Unaelewa bra, Dan, mambo anaenda shwari kabisa, unatoa bugdha hapo na mitafaruku unakuwa kabisa fanya mambo. Na sauti imepotea Dan, sauti imepotea. Unmute. Ulikuwa unaongea bado. Sasa umejua mimi nishaeleza huyu mrembo. Nishamwambia mimi nataka mwenye ako hivi na hivi. Umejua siku hizi usibembeleze, utabembeleza ingie box, akishaingia box na kumbe aliingia tu ndio nini zako. Sasa umejua ni vizuri. Sasa umejua sasa usiamwambie mimi hata nikienda kutafuta mrembo, simwambienge eti nakutaka. Na kwanza naangalia umejua sasa zile mtu hujamjua, hujamwambia kitu yoyote. Hata hii pretend kwako. Utaona tu ile tabia yako tu tabia yake inakuja tu hivyo vile inakuja. Hapo ndio unajua huyo sasa ndio nini. Lakini sasa ukimwambia mapema hivyo ataanza tu kufanya mambo ili we mwenyewe uone. Kwa sababu ulimwambia mimi nataka mwenye ako hivi, atajaribu akue vile ulisema. Na kumbe si hivyo. Ukipeleka kwa nyumba unatamani tu hata umtoe siku ya kwanza. Ndio maana siku hizi unapata si kama nilisikia hapo ulisema mapenzi ya saa hizi na ya kitambo. Ile ya kitambo ilikuwa tamu kwa sababu ile ya kitambo ulikuwa unapata yule mwenye hajaonja wewe unaenda kuonja ya kwanza. Lakini siku hizi unaweza tafuta bwana, unatafuta unaenda huku upati. Sasa ndio hiyo. Wewe zile nilisema gani utaki hapo na gani unapenda kuendelea naye? Dan, acha nikwambie kitu moja. Unajua kitu akiwezi jileta bwana. Sasa kifika katika sekta ya wanawake. Huwezi kuja kusema eti mimi okay, nimeshasema nataka hizi qualifications kama hizi na hizi na hizi na hizi. Then ushaletewa ni kama kuletewa chakula alafu uambiwe sasa eti tafuna alafu umezewa. Huwezi tafuna kumezea. Okay, ndio maana nimekuambia mtu anaweza kuwa kuna qualifications zake pale, amesema mimi nataka mtu wako hivi, mara vile, mara hivi, mara hivi, mara vile. Lakini akishafika pale mbele yako, unaanza kujitetea mwenyewe. Ni kama nimekuelezea, kama unaweza peleka bidhaa sokoni. Unaweza kuwa jamaa unataka kununua kiatu kama kwa mfano nimeamua kwenda kununua kiatu, sema nitatafuta kiatu type ya Leopoldo. Ama Leopard. So natafuta kile kiatu. Lakini nifike pale yule jamaa ana kile kiatu. Anaambia hapana, hii Gohon, hii ni model mpya imekuja sasa hii. Hiyo ni ya kitambo, watu wamevaa wengi. Jamaa ni convince nipige 1 2 3 ingine 3 hivi na hivi. Niingie nipate nimeingia nimefit kile kiatu, nikisha kichukua nimekipeleka nyumbani. Kama wanavyosema mababu zetu, mabibi ni kama material. Unavoenda kununua mchanga, matofali, simiti, unajenga mpaka nyumba inakuwa, unaweza kujisitiri ndani. Vivyo hivyo ndivyo unavyofanya bibi. Unamleta, unakaa na yeye, unamjenga, unamfinyanga mpaka anakuwa kile kiumbe ambacho ungependa wewe. Ambapo siku hizi unajua kitu kimoja. Siku hizi mademu wengi ama tuseme binti wengi wamegundua kwamba wanaume wanawatoroka. So hata wao wanajaribu kuingiana, kwa sababu ukiangalia the numbers of single mothers ama single ladies inapanda juu. So ukishaambiwa huu tayari yako tayari. Ukisema mimi nimeshasema qualifications zake, uweza pata, unajua kupata ule mtu ambaye unahitaji ni ngumu, lakini ukijijaza pale katikati na yeye akiongea yake, utapata hata haziafikiani. Watu wengi hata ukija kuangalia huyu na huyu walioana wameishi salama. Si eti ni ile eti walikuwa wanafikiana amepata kitu alikuwa anataka. It's all about the matter of understanding. Jieleze. Ukimpigia mistari yako 2 3, ama kama ni mimi unaogopa, mimi naweza toka hapa niende hivi, nikule miereka kwenda hapa, nirudi nione nipate kama mmeshaelewana. Sawa, kazi tuende kazi. Mimi sina tatizo, naweza kuja hapo nikuwe nishikilie veli pale nyuma hivi. Unanioza without my consent. Ndio hivyo sasa. Without my consent. Mimi sijakuoza. Umefanya? Tunazidi kupiga kitu hapa, tunazidi kuelezea. So Dan, nimekupatia kitu hapa. Jitetee. Unamwona yeye hata kubali. Si hata kubali. Unajua hata kubali. Unaona tu yeye. Mbona unafikiria kwamba sitakubali? Naona tu wewe. Wewe utakubali. Kwa nini? Huyo mjamaa ako kando bwana, ni kama ameshakwachua.
Naona tu kama alikuachua hii mali kitambo sana. Dan, mimi Eh. nakwambia mimi hapa hata chembe. Yaani sasa sijui nitakwambiaje, sijazungumza hata kusema eti sijui eti sijui let's go for a lunch, sijui dinner. No, I've not even tried and I have sijui nitakuelezaje kwa Kizungu. Sijajaribu wala sijasubutu kuongea. So the field is yours, be free. Ni mimi nimekupa uwanja, jitetee. Kwanza uko na miaka ngapi? Ako na miaka ngapi? Nani? Uko na miaka ngapi? Yeye. Sumuuliza kwa Aseme. Na sisi tukiangalia tu macho hivi tunajua tu hapa ni. Sema leo. Nini? Nimechoka. Tusikizane. Dan. Nakupa offer. Kwa sababu umesema ukitazama macho unaweza ku-identify ama kujua kuna miaka ngapi. Utazame, utuambie, na ukituambia kuna miaka mingapi na upate correctly. Ndio huyo nayo chukua kitu. Huyo hapa. Huyo hapa ako na 26. Dan, una uhakika na jambo lako ambalo unalosema? Mimi naona hapa niko na uhakika. Huyo ako na 26 tu hapa. Ndio hiyo. Dan, nimekuuliza kwa mara ya 3. Uko na uhakika? Ako na 26, labda nikiongeza na half afike 27, lakini hapo tu 27. Nimekuuliza kwa mara ya 4. Dan, mara ya 4. Mimi niko na uhakika. Mara ya 5. 26. Una uhakika? Uhakika hiyo iko 26 hiyo. Naona tu yeye hivi ni 26 tu. Ya 7. 26 hapo. Ya 8. 26 bado. Ya 9. 26 bado. Ya 10. Hapo ni 26. Sawa. Sasa Dan, nikiwa nimesema umenoa, nitakuwa nimesema uongo? Sio mbaya, lakini ni hapo tu, labda tuta-adjust tu. Hapana, sasa nataka tupige hesabu. Rafa, tuseme ametoka shule mwaka wa 2016. Sio? 16? Form 4? Form 4? Tuseme roughly amefanya form 4 2016, 2016. Then sasa wewe tupige miaka 4. 2016 plus 2016 plus 4. Hiyo ni 2022. No, sikiza. Nataka upige miaka 4 ya secondary. Miaka 8 ya primary. Miaka 3 ya pre-primary. Alafu miaka 3 ama 4 ya pale nje. Hiyo ni miaka mingapi total? Pale nje hiyo ni 18 plus 3. Hiyo ni 21. Na miaka 3 kwa college. Hiyo ni 23, 26. 21. 21. Yeah, 21 plus 3, hiyo itakuwa 24. Bas, ushapotea tayari. Umekosa mrembo, tena mrembo mzuri zaidi. So lakini sijakosa sana. Unajua ni vile tu. Piga nduru ukisema na vigelegele kwamba umepotea. Sijapotea sana. Lakini yeye naona hapa basi amequalify kidogo. Eti unaona nini? Hapo umequalify kwa sababu tulisema ni 26 and below. Sasa hapo uko sawa. Sasa naweza kuuliza maswali 5. Top 5 at 5. Uliza swali. Ukipata zaidi ya maswali 3, ndio hiyo. Tukupatie for free uweze kuchangamuka, upige mistari kabisa, na hana budi ila kukubali.
Swali ya kwanza. Swali ya kwanza. Ndio hiyo. Before Mount Everest ikuwa identified, which was the tallest mountain? Uko na 4 seconds za kujibu. Mount Kilimanjaro. Wrong. Longonot. Next question. No, unapenda jibu moja. The answer is Mount Everest, because even before it was found, but it still remained to be the tallest mountain. Hakukuwa na nyingine. Hakukuwa na Ilikuwa tu nyingine. hiyo. Ni hiyo tu bado. Sawa. Swali ya pili hiyo nimenawa. So the chances are narrowing. Uliza swali lingine iko nini? Wacha sasa unauliza hii ya nini? Tupo katika riadha. Riadha Nambari 3 ameshinda nambari 2. Atakuwa nambari ngapi? Nambari 1 ameshinda nambari 2. Nambari 3 ameshinda nambari 2. Atakuwa nambari ngapi? Tupo katika riadha. Ni mbioni pale, uko karibu kushinda kile kitufe. Dakika zinazidi kuyoyoma. Nambari 3 ameshinda nambari 2. Atakuwa nambari ngapi? 4. 1. 3. Atakuwa namba 1. The answer is wrong. The answer is nambari 3 akishinda nambari 2 atakuwa nambari 2, kwa sababu nambari 1 bado ako pale. Second question wrong. Penalty ni ya mwisho hii. Ndio. My friend, are you nervous? Niko sawa. Hebu tuambie unasikiaje? Unafilaje? How do you feel? Naona hizo maswali nimesha round nyingi sasa, umejaa sasa, imebaki tu 3 ndio. Sijui kama utaleza sana ngumu. This shot, ukipiga hii shot. Na ukifanya mchezo sikiza. 7 plus 4 equals to 12. What about 4 plus 7 equals to what? 4 plus 7 equals to 12. 4 plus 7 equals to 12. What about 7 plus 4 equals to what? 12. Watu mjoin link. Tunakuita Dan. Umeanguka, umenoa kabisa. 4 plus 7 is equals to 11. Not 12. Not 12. Na ulisema aje? No. Alisema your shot is down. 7 plus 4 is equal to 12. Dan. Nimeamua kupatia about 7 ni ngapi? Dan. Of which 7 plus 4 ni 11, si 12. Dan. Ulikuwa tu mrekebisha. Yes, nakupata. I'm giving you a bonus question. I'm giving you a bonus question. Upate kitu. Unaona kitu nimekuwekea hapa mbele ni kisafi sana. Yaani mimi nikiwa brother, hata akiingia yeye hata nini, kwa sababu umejaa ni ku maintain tu sasa hiyo vile yako tu. Na maintain tu hiyo. So, I'm giving you something. This is a question that is coming. A hot question. Ndio hiyo. Na lazima uniresist. Do you know that I can make you say pink? Do you know that I can make you say pink? Yes. If I want to, you must say pink. The pink color. Lazima. No, you can't. Are you sure? I'm sure you can't. Okay, let us go. What color is my shirt? Your shirt? Yes. This is gray. What color is her shirt? The color? Yes. This is maroon. What's the color of your ceiling board? My cream white. Don't you say that I said you'll say cream white. But not pink. Bas, you have said it. Your shot is down. Your shot is down. Your shot is down.
You said it. Hapo You just said it. hapo umenitrick tu kidogo. Sasa hapa it seems I'm not a good learner now. So my friend, you see, umekosa kitu kikali bwana. Hapo naye umeniingiza. Tuseme ukweli, ni mimi nimepoteza ama ni wewe umepoteza mwenyewe? Hapo umeniingiza box. Asa, Noma sana. throw your shot. Leo yenyewe leo hii shot ya leo. Sasa umejua we hata nashindwa nianze aje. Unajua mimi nakuanga muoga sana. Uoga tupa mbali brother. Unajua ikifika hii wakati mazee, wakati ikafika unatoa baridi utakuwa kuna uoga. Sasa ukiweka uoga saa na baridi. But naona anakuwa dem anakuwa at least serious organize. Hata vile umejua saa zingine unaangalia tu macho ya mtu, nikiona hiyo macho yako hivi naona a sign of love iko hapo. Hata vile tu na smile naona tu kitu iko tu mali iko safi na kila kitu iko sawa. So you can be a good mother, you can be a good wife material, something of sort. So ni hivyo, na hata vile tu naona tu unasikiza tu hadi una nod hivi, inamaanisha you are keen in listening. Hivyo ndio utakuwa unasikiza ka husband akisema kama mimi hivi, tuna agree tukisolve vitu na ndio itakuwa tu sawa. So ni hivyo tu. Sasa umejua vile tu huko umetosha hapo. Bas. Dan amenena. Sasa mpira huu nimeurusha kwenda upande wa Anu. Jamani. Anu, mnatuelezaje hapo? Mimi hata kwa sababu ulisema uko single. Unatafuta mtu. Yako single. Mimi nilikwambia. Aliongea hapa. If I'm wrong, my viewers, tukirudi nyuma paka dakika ya 19 minutes. Ann said ako single. Akanisemea eti pia mimi niko single. Nakumbuka vizuri. Wewe ndio uliniambia niseme. 19. I never said. So acha ajieleze. Wewe ndio uliniambia niseme. Acha ajieleze. Sasa sema kwa sababu mimi nimeeleza. Naona tu hizo vitu nimesema, naona wewe unaonaje hapo? Acha Ana tuambie tu yeye aeleze. Sasa naeleza nini jamani? Kwa sababu mimi nimejaribu kupigana. Don't put me on fix. Vita ni vingi. Nimepigwa vita vya kando, vita vya kishetani. Unaona tangu Ana shinde kusema hivyo, Ana naogopa tu. Ngoja wanaume sisi tunakwanga jealous, hata kama umemwambia afanye kitu lakini asikie tu unataka kusema vitu kama hiyo. Utakuwa unasikia tu alafu kwanza ama share contact tutaongea nyuma ya tent. Na nipige nione akishika. Nimpe namba ya simu. Mpe. Mimi sina tatizo mimi. I don't have any problem. Mimi kwanza nitakusaidia 07. Nimpe unamtaka. Sitaki ndoa ivunjike hapo. Hapo unaweza didia alafu unasema siku ukisikia tu simu inapiga ama ni yule mjamani anakupigia, yule alikuwa anaitwa Dan Bonde Kumakula anakupigia. We noma. Alafu unasikia slaps pa. Unasikia umejua sasa hiyo inakuwa kesi nyingine tena. Tunaanza kusolve. Kesi baadaye. Unajua siku hizi vizuri kama ni yeye atakupea, mimi sina shida. Mpe tu. Unajua kuna kitu. Alafu pia akishakupea anipe time niongee na wewe. Ndio hiyo. Mpe. Kuna kitu Ana anajaribu kuleta hapa na mimi sijui. Eti nikupe time. Sielewi. Unaona sasa shida inakuanga. Watu hivyo ndo wanakuanga. Sasa wewe ukijaribu tu akisikia tu mfununo yako tu moja tu hivi inakuwa noma, lakini wao kwanza hata kuconvince tu atakwambia huyu hata simu ndio hiyo imepigwa, hata jina hata message umepata tu ni hiyo tu, unapata tu ni mbaya, lakini wanajitetea tu. Lakini we jaribu, hiyo nyumba itakalika.
Mbona mnakuwa na hiyo tabia by the way? Why? Kwa nini? Why? Mbona? Mimi niliwaambia I am one amongst the honest and trust guys. Na tuko 10 peke yake in this world. In Africa we are only No, kama wanataka kuconfirm waniulize juu mimi najua kweli. In Africa we are only 3 and I'm one of them. Jiuliza wa pili yako wapi? Ghana. Huyo mmoja ndio hatujadiscover bado penye yako. So ask yourselves. Ladies, mimi nangoja bwana mniambie. I'm waiting for your comments. Sioni comments bana. Nyabuti. If you want to enter into this draw and challenge. Job karibu sana. Thank you for joining. Nazidi kukaribisha watu hapa ndani. Kama alafu Dan unaweza rudi pale TikTok kutufollow. Judy pia aweze kutufollow pale. Achochi Umuru Aboni. In fact, I'm seeing more than 100. Tunakupata wapi? Kisi Hot TV. Hapo. Unaweza ambia friends pia watu follow hapo. At least target ya leo usiku ni almost 500 to 700 followers. Alafu pia Miss Anu, hujamwambia? Kabisa Miss Anu pia unaweza follow. Zika. Pia mimi pale still is MC Tiger Razy, you can still follow. Kuna kuanga na topics moto pale. Job. Yes, jioni. Yeah. Mbona kimya? Habari ya jioni. Salama sana. Kwaje? Kwa poa, labda nyinyi. Sisi tuko poa. Tunashukuru. Yeah. Hiyo vizuri. Are you ready for top 5 at 5? No, nimeingia but nimewapata on the midway, so sijui the mjadala wenu yenye mlikuwa nayo, but I'm just following you. Ilikuwa ni Romeo and Juliet. Kupata ama kupatwa. But still there is a challenge that we have tunaita top 5 at 5. Yeah. If you are ready, we can ask you the questions. And you will get your reactions. You can also give out, like if you want a partner, that is, unaweza peana the qualifications, the type of a lady that you maybe want. You maybe want to have it. Yes. So that if the lady ako hapo anajitokeza na kama pia anaweza kuja aseme qualities zake zenye anaweza hitaji kwa mwanamke. Okay. Kama mnaweza ongea mwelewane. Okay, that's nice. Yes. Okay. So labda unaweza kuwa unahitaji mtu. No. Kwa nini? Uko na mwingine tayari? Already niko naye. Wasema mamake yupo. Mko naye kwa sababu gani? Labda unaweza tupea advice kwa wale wengine ambao tunachipuka kwa hii maneno. Wale ambao tuko single. Yeah. Na single and searching. Tungekuja at least ndio tupate footprints zen, tujifunze na tujue venye tuna handle, at least tukue in that track kwa muda mrefu, ndio tujienjoy na mapenzi pia sisi. Okay. So sorry? Siri ni gani? Siri ya mapenzi ni gani? Siri ya mapenzi ni kuelewana tu, as far as uko na mtu mwenye roho yako imependa mkapendana. Lakini sio sura unapenda, ni tabia kwanza ndio sura ikuje. Okay, swali ni tabia utajua aje tabia? Kwa sababu tabia utajua the character ya mtu hawezi akaficha character zake zote. Hata mkiwa na yeye kuna zingine ambazo
zitakuwa zinakuja tu automatically, anaporomoka hata unajua yenyewe. These are the type of the character. Hata unaweza ukafanyia mtu kitu uone the reaction yake vile ana react au vile anajibu. Mzee zingine utajua tu kama ako tempa ama ako aje. Okay. Yeah. Na unaweza sema ni? Mimi kitu nizasema tabia mwanangu, wanawake wa siku hizi ni psychopath wengi. Tabia wanaweza ficha sana, wafiche kuficha. Huku sikia once upon a time there was a jamaa aliishi na mwanamke for 17 years. Analipa rent nyumba yake. Anaambia mwanamke tuhame. Anaambia hapana. Hapa ndo tunakaa. Jamaa anakuja kujua after 17 years kwa amekuwa akilipa bibi yake rent. Wewe ameficha tabia for 17 years. Jiulize swali. Hiyo ni investment. Ina happen, but ina happen. All yenye inasaidia tu ni maombi tu, sio chochote. Yenye inasaidia ni maombi. Sawa. Ni maombi tu inaweza kusaidia. Unaombaga kweli wewe? Sana. Sije kosa asubuhi na jioni usiku. Okay. Acha ni wafollow tu, muendelee na wengine. Sawa, asante. So, at least we need your comments. How is it? Kama ungependa kujoin kwa hiyo chit chat, eka comments hapo. If you need to be tagged at the 5 the quizzes, kama unajua uko sawa kwa challenge, brain challenge, kuja. Boni kuja hapa. I can challenge you. Boni kuja hapa. I can challenge you. Nataka Namuel Nyabuti, niliona alijibu hapo 11. I need you to be on the board. Namuel kuja. Na Opinga David, I want you on the board. Jione vile kutaenda. Click on the link. Kabisa. Click hapo. To brainwash. Tuone wapi noma. Tuone ni wapi kama tunaweza kufikiria mbio. Kabisa. Unajua si lazima eti ikuwe sijui kupata. Tuna questions top 5 at 5. Boni kuja hapa mbio. Questions ni mingi, zimejaa kwa akili, zinangoja kupiga mtu ingia hapa. Namuel Nyabuti, ulisema alimaliza form 4 mwaka gani? Kuja nitakuuliza swali ambayo itakusaidia kupata alimaliza mwaka gani. Kuja ni kujibu. Achochi Omuru wa Boni. Yule mwalimu wangu alikuwa hapa, angewaambia kwa sababu yeye ndiye alinifunza. Ule mwalimu wake pia kuja, come back. I tell you. Nikwambia hata mimi ni mwalimu Saga Mosinto. Kuja, come back. Huyo ndiye alikuwa wa mwisho kunifunza. So hata mimi nilikuwa mwalimu. Hata mimi nimefunza wengi. Priska Mora anauliza kwamba iko mpango wa kando gaki. Kabisa, mimi niko mpango wa ndani. Kuja. Haya ndo huyu. I'm here. Click on the link. Click on the link. Tuongee muelewane. Muelewane. Dada mkubwa, karibu ndani kabisa. Asante sana for tuning. Asante sana. Unmute yourself. Kindly unmute yourself. Kerry Ray, hello. Kwaje? How hey, my are people. You? Tupo kabisa, safi kabisa. Alafu Priska Morani, wewe nasubiria tafadhali. At least umepata mtu. Dada mkubwa, unmute yourself please. Dada mkubwa, tuko hapa basi. Asante Mumo the Doctor. Karibu sana. Asante Onchari Francis, asante sana.
Asante, Kerry Ray, uko single? Pia mimi niko single. Nimewaletea hapa mtu, sijui ingia hapo. Nimetuma link. Ingieni link imeingia. Unmute yourself. Ama ni miwani mnataka nitoe, nitatoa. Toa. Hapana, usinitoe. Sasa nikutoe ndio waone vizuri. Hii ni identity nyingine. Nikitoka huko ni identity nyingine. Wewe umetupa mbao. Unaona Priska anasema kwamba eti wewe hapana, anataka mtu mzima. Aya kipi? Kwani mimi niko nusu? Halima Hamida nakuona mama. Oh, my baby girl. Hamida nakuona. Karibu sana nyumbani. Mshapika vitumbua ama bado? Hamida. Napikia ndani jamani, mwenzio niko single na utafuta mkulaji ama ni mkunaji. Asalamu alaykum. Hata mimi niko single basi. Mkunaji huko. Ndio huyo hapa nishakuletea. Upo wapi Hamida? Leo niko Mpeketoni yani. Mimi sasa tatizo, unajua mimi kwetu ni pale Malindi pale kwa Chocha pale msikitini pale. Kwa nani wale? Hapo ndo nyumbani. Nasikia nguku le. Mbona rafiki siku nyingi umepotea baba. Hapo ndo nyumbani. Sasa kumbe tuweza zungumza sasa. Atokea wapi bwana? Wachekani sasa. Sija kucheka huyu. Mimi ndio hivyo sasa, amba ndo at least unajua mimi nimezoea marabu ya nazi pale Tuitui hivi, umeelewa tena, mchelewa nazi. At least niache kuumia kupika nini, uelewa tena mamake. Naona tayari uko na mtu, mbona watafuta wenda wapi? Mbona mna mdada mle? Dada mwenyewe amerembeka. Mbona sio? Sina mtu, mimi niko single, nimeshakwambia. Hata ukirudi nyuma urewind, yeye mwenyewe alizungumza niko single pale 29 minutes kabisa. Sasa nimekuja nipewe wewe ama nipewe mwingine? Unaweza pewa mimi, wapo wengi, lakini mimi nimeamua kukupea huyo. Acha arushe sera, uone kama anatosha mboga, kama hawezi mbwage nje. Tayari nishakuwa. Haya, nakusikiza hapa. Hamia mbira. Rusha mistari. Unajua mistari yangu kama kawaida. Sasa unangoja mistari kama ipi sasa? Hebu nieleze sasa. Mistari ni mingi kwanza. Kuna mistari ya kuchorwa hivi kwa kitabu. Mshororo ama upewe nini jamani? Mimi nataka ukwapi na utao. Ubeti mzima. Ubeti mzima. Anu mama poa. Nataka nisikie mimi nakupenda sana. Huyu sasa mimi hatutelewana naye. Maana mimi nishatulia, mtoto wa kike nipewe makimahaba, nisimulie sijui gani. Yale sijaambiwa, mwisho wa siku ananiambia sijui anataka nini. Nitaka nini haya baba? Ningekwambia utawezana. Utawezana nitakayo. Hebu washa video kwanza afu ndo tuongee sasa. Wachana na Hamida. Bora mnateteana, lakini hii inaitwa gender based violence. Mmeanza kunipiga character development, ndio? Rushia mtoto wa kike. Hamna chapo. Kitete. Nataka nikupe sura yangu. Nipe. Ukinifurahisha nitakutolea hata zote. Hata nywele yangu leo ukiwezekana utaiona, maana wengi hawawezi iona. Mimi nitakuruhusu. Ukiweza ni akuonyesha hadi nywele. Haya, rusha mistari. Weza. Hamida leo umeniua. Changanya mtoto wa kike. Weye. Amekuwa kijisifu hapa. Haya, mchanganya kile. Hamida leo amenimaliza leo. Anajua ukishatoa mistari sambamba, Hamida atatuonyesha uso. Wewe kwanza Hamida Mpeketoni wapi? Nyumbani wapi? Unajua Tony Mwirigi? Napajua. Unajua Tony Mwirigi wa TV47? Namsikia basi sijaonana naye, lakini namsikia. Basi. Tulia. Tukitembea maeneo ya huko mimi nakuja mpaka kwenu sasa.
Hiyo si mistari jamani. Ngoja. Sasa unaona sasa nimeanza kujua kumbe ni mtu ambaye unaweza pata pengine tumekutana. Umejifunga buibui pale lakini sawa. Okay, Amida, unajua yategemea unataka mwanaume ako vipi, kimo cha vipi. Kwa sababu unajua tukizosema kwa maongezi inaweza kuwa yasikufurahisha. Unaelewa tena? Baba. Wachelewa mimi tayari kusha kuona wewe niko Allah. Subhanallah. Yaani mimi nishaingia mzima. Mimi nangoja unipe viegezo niambie baba ya mabinti. Toa wenyewe. Toa baba Halima. Iko hivi baba. Toa watu. Mimi natafuta mwanamke sambuli na hii. Ama mimi nishakupenda tayari niambie vile watakavyo. Sasa baba nikupange na wewe mwenyewe ndio stahili unipange. Vipi? Mimi pia nitakuwa nikusaidia. Wewe na kuona umefeli katika kila sentence, yani umefeli kila kitu. Yani mimi hapa naenda kutayarisha shughuli. Nikuanzishe kutoka chooni, kitandani, kila mahali. Jamani bwanaume, mimi nitaoa ama nitaolewa? Sikiza Amida, ndio hiyo sasa. Kama ndio hivyo sasa mimi nimeanza. Kwanza kabisa mimi nataka mtoto ambaye yuko petite, yani yuweza bebeka, yani unaelewa? Mtoto ambaye si mweusi vile, si mweupe. Pale katikati. Tayari mimi si mrefu. Kuwafikia hapo kwa sura mimi rangi tayari mimi siko. Sura upo. Mimi tayari psychological. Mimi nishapitiliza. Sura yangu ndio hapo. Mweupe nimezidi. Sasa mimi simo. Bado. Simo. Unajua, sikiza, wakati mtu anaenda pale marikiti akienda kutafuta kitu, seti huwezi kupata kama kile exactly. Lakini mambo mengine pia unaweza yapata. Waelewa, unaona kama petite hivi. Kuwa mweupe seti lazima degree ya weupe ionekane sense gani. Bora si mweusi. Tatizo hapo hakuna. Alafu ni mtu ambaye ni mwepesi. Mtu ambaye anaweza kuelewa mtu. At least ukimwambia mimi niko busy ama niko hivi na hivi, kuna jambo hili na hili, tunafaa kukaa chini tuzungumziane, tujue tutalitatua vipi. Ni mtu ambaye anaweza shusha mzungumze, unaelewa? Sasa ngoma yako sasa. Ayana umri baba, una miaka ngapi? Miaka ngapi? Miaka kama miaka 27 hivi. Jambo la kwanza ningekuchukua wewe. Kilichokufelisha cha kwanza, hauna lugha ya mahaba. La pili, umesema unataka mtu wenye yako kadri. Mimi ni heavy machine. But niko flexible. Hasa hapo kwa size hatuendani. Sura nayo mimi hapo uliposema wataka mtu mweupe, si mweupe sana, si mweusi sana, mimi siko hapo. Kwa lugha ya maongezi kwa nyumba mimi niko sawa na wewe. Aya, kwa umri nayo umebwagika. Hata katafute wengine. Mimi naomba niletewe mtu mwingine saizi ya kwangu, yani Dan alikuwa hapa, sijui ameenda wapi. Dan alikuwa chini ya miti. Amesikia Dan amekuja. Kulikuwa na huyo Dan ako hapo. Dan, can you unmute tafadhali? Yes, ni kama nimekuwa kwa giza kidogo. Ongea na Kenya Powerless wanafanya nini? Hapana, sijakuwa kwa giza hivyo, lakini penye tu niko. Unajua saa zingine ukiwa na watu wengine wanapendi kulala kama hujazima stima. Sawa. Ongea na Halima. Halima sasa amesema yako flexible, lakini nasema mwili iko kubwa ama ndogo. Halima, sasa mwili uenda kula ama uenda kupeleka buchari na ukauze nyama? Mwanaume ni kujiamini. Mwanaume ukiona analia size jua hajiwezi kitandani, huyo hajiwezi.
Mwanaume ni Hapana, kushusha gari kubwa na ndogo, zote aziendesha taratibu kistaarabu. Kuelewana? ati hiyo. Haya. Mimi silio, mimi na umejua si kulia yote, lakini umejua pia kuna ile yenye hata we ukiwa huwezi penda tu kila kitu, lakini si kuchagua kwa sababu kumejua umesema we uko flexible. Mimi hiyo ndio nimependa sana. Umejua ni vizuri kukuwa na mwenye ako flexible hata kama ako hivyo. Kuna wengine utamwambia ni mnono, lakini mwambia kuzungushia hivi, anajua hayo mambo vizuri sana. Kama Halima, wewe nimejua tangu useme hivyo na kujiamini, unamaanisha hii kitu unaelewa vizuri kabisa. Mi bora muogo uko sawa. Usimamishe muogo, utaniachia gari, nitapeleka Utingo, sina shida. Sasa huyu amepeleka wapi network tena? Amepotea ama amekata? Amekula mitini. Prr! Mbona Dan bana, usikule mitini. Achochi, hebu ingia hapa. Achochi Muro na Boni. Huyu jamaa anaongelea tu kule nani ya miti. Ajitokezi hapa, kazi ni kukupiga kelele. Wewe kelele za chura hazijaweka mzuia nani kukunywa nani bwana. Kiti cha dereva ni kile. Achochi, gonga hiyo like, kuja utueleze hapa kwa upana. Lakini Halima Hamida, unajua hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Dan amerudi. Wacha kupotea hivyo. Halima. Dan, mute yourself. Lakini najua huwezi kosa hata dada hapo ama Dan mwenye ako sawa jana. Haya, ongelesha Halima. Halima ako Mombasa ama wapi? Nasikia hiyo sauti inakaa mtu ako huko coast kidogo, Taita. Niko Mombasa, Mombasani. Na wapi huko? Umejua huko naye nimepitia tu, lakini sasa na wapi huko? Niko Mpeketoni kwa bibi, nja kusalimia. Mpeketoni nakumbuka tu juzi hapo, lakini sasa hata mimi niko tu huku karibu, naitwa Nairobi kidogo. Huko ndiye tumepiga kambi kidogo. Dan, the floor is yours. Jitete. Sasa huyu Halima ako na miaka ngapi sasa? Kutoshana na huyu ndugu yangu huyu. Miaka ni ngapi? Miaka hiyo aliyosema. Maana sitaki ukisema una umri wa 27 tuendane. Maana tutakuwa watoto wote kwa nyumba. Hapo tumenini kidogo, lakini mimi sasa niko na 32 hapo. Uko sawa hapo? Na hapo iko sawa? 32 iko sawa? Iko sawa hiyo. Sasa ingekuwa ni 20 something hapo, kwani umejua mapenzi haitambui miaka. Hamna. Haitambui. Haitambui vipi? Wote mtakuwa tu watoto mle ndani. Umejua sasa unaambiwa mwanaume anastahili awe na miaka mingi kuliko mwanamke. Lakini sisi wote tuko hapa nataka kubembelezwa, naye pia wataka nikubembeleze. Itakuwaje? Umejua tuko same. Umejua sasa wewe kama mwanaume anaoa yule mwenye unapata ako 70 amechukua huyu mwenye ako 24. Ni shida iko wapi mimi nikiamua nifanye hivyo? Na mimi nimekupenda. Unajua huyo wa 70 kuna vitu zenye ananifanyia wewe umeshindwa kunifanyia. Sio hivyo. Umejua unaweza kuwa niko hiyo 70 lakini umenipenda na ni hivyo tunaenda. Bora mahaba ama bora mapenzi. Ndio hiyo bora mapenzi, kwa sababu siku hizi unaweza pata mwenye uko naye miaka moja, kwani kama ingekuwa ni hivyo
Unapata umeona ni mdogo kwako, lakini bado inafika hapo mbele, unapata inakuwa ngumu kusonga mbele, unasikia huyu nimekuacha tena na hiyo miaka yako ndogo. Sasa unaona, lakini ukipata mwenye ako mkubwa ako machua kidogo, at least atakuongoza vizuri. Sasa ndio hivyo, mmoja wetu lazima awe mkubwa. Sasa hawezi kuwa tunatoshana na huyu sijui ni tiger ama ni twiga ama ni nini, we expect mahusiano yataenda sawa, tutakuwa tukisumbuana. Na sasa we unapenda nini kwa mtu kama mimi? Kwa sababu sasa ndio hiyo. Sasa mtu kama wewe mwenyewe hata sikuoni mwenyewe, hujasema unataka mwanamke wa aina gani, hujatoa viegezo. Vile tu umesema, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa nakuuliza tu, lakini ni vizuri ukuwe na nipate yule mwenye miaka yake ni ndogo kwangu kidogo, ambaye hapo sasa umefaulu. Mimi viegezo vyangu hata si vingi, bora uwe na sura, uwe mrefu wa kimo, alafu uwe na pesa, alafu chumbani uwe mwako. Chumbani Mi sitaki mwanaume maiti tafadhali, tutaumizana huko. unabembeleza yezi. Hiyo ni mbaya naye, lakini sasa umesema ndio hiyo, umesema ni pesa. Naona pesa imetangulia hata hiyo ingine. Sasa hii ya kazi ya huko, sasa wewe gani niko na pesa na pesa, kati ya hiyo pesa na nini gani utachagua kwanza? Pesa kwanza. Sasa pesa maana ukisema nichague hiyo sekta, mbona hata umbu anaweza fanya, hata huyu ndani paka wanafanya. Cha muhimu pesa kwanza, mengine tutasuluhisha polepole. Si hapo tutakuwa napeana pesa huku, lakini kama siko huku uende upate mwingine akupee hiyo vizuri. Sasa si itakuwa shida, kwa sababu mimi nikijua hapo sasa kila kitu Sasa kama itaharibika. ngoja nikwambie, nikuulize Dani, we Ndio mwenyewe hiyo. una pesa sivyo? Sasa kila nitakacho nalipa, basi hiyo sekta nimeona uko nini, uko chini kidogo, sinakusaidia. Kama mwogo wasimama, mbona nisifanye vile inatakiwa? Hata ikiwa ndogo hivyo hivyo ina shughuli ya kwake. Kuna aina mbili. Sasa we umesema ndio hiyo, lakini sasa umejua kuna ile yenye unaweza jaribu hata ufanye nini, lakini hauoni hata chochote inafanyika. Si mara ya kwanza Bora pesa. Mimi bora pesa, cha kwanza pesa muhimu. Sasa hiyo ni shida, kwa sababu mimi umejua pesa inaweza kuwa leo na kesho ikosekane. Hiyo inabidi ndawa inaharibika. Sasa katafute pesa unipate, no? Umejua hata mimi sasa nataka mwenye amejua kutunza mali sasa, kwa sababu kama wewe unapenda pesa na sitaki niachwe hapo tukikosa mali. Sasa lazima wewe pia ukuwe mtu anapenda kutunza mali pia. So Dan, Yes. unaonaje? Mimi ila sijaona huyu vizuri, lakini naona vile anaongea huyu, sioni kama atatosha mboga huyu. Ni nini imekukasirisha sana? Amesema pesa. Umejua sasa si hatuoi pesa, kwa sababu pesa inaisha, na sasa sitaki ikiisha ndio hiyo ninaachwa hapo katikati. So huwezi mpromise that labda utajikaza. Unajua si lazima umwambie kwamba utakuwa na pesa, lakini kumpa zile mi pesa baba. Mama mi ni pesa. Mtoto wa Uswahilini nienda bara, nienda ukaa kula sijui napigwa na ubaridi, hapana, hamna. So wa Mombasa mama pesa. Lakini unajua labda anaweza fika, unajua sasa hii labda ni kwa sababu hana mtu wa kumpea hiyo motisha ya kutafuta pesa, lakini labda ukimwambia ama yeye mwenyewe mkishajuana, anaweza kuwa ni hiyo motisha, na labda hata akosa kwa sababu atakuwa amejituma, na ukishamwambia kwamba this is what I want, atajipa that motivation ya kutafuta.
ndio maana at least muishi vizuri. Dan, huoni Ngoja kama nikwambie utaweza dadanu. Dadanu, mimi nikisema, ngoja nikwambie dadanu, nikisema mi natafuta mtu mwenye ako na pesa, mi zangu tayari nazo za kwangu. Mi sitaki tukuje kusumbuana, lakini kitu cha muhimu, najua pesa ya mwanaume tamu, tamu sana. Sawa, ndio hivyo nakwambia, utafute pesa. Pata utanipata, maana sina haraka. Sasa unajua hii miaka pia inasonga na pesa, unajua huwezi tafuta tu unless ama uingie kwa hii vitu zingine, lakini pesa huwezi pata mara ya kwanza. Sasa wewe kenye ufanye hiyo yako, tuanze na hiyo yako, mimi nitapata yangu, tutashare. Amna, jitume. Kwa sababu hapo kwa pesa vile umeng'ang'ana, afadhali ungesema kitu ingine, lakini ukisema pesa kwanza, hapo sasa mi naona tu hapo kuachwa nitakuwa tu na hang tu hapo katikati. Kama Hasa utakosa hapo ndio pesa. hivyo. Vile uonele huduma ya token, ukilipia unapata huduma zake. Ikikwisha ni hivyo, hamna cha kusumbuana. Hivyo hivyo. Hiyo noma sana hiyo. Ni ngumu. Hiyo ni ngumu sana hiyo, unataka utafute tajiri sasa, yule mwenye ako na pesa nyingi. Hamida, Sawa. Priska anauliza uko na pesa wewe ama unakazia wengine tu? Na mi nimesema, sijashasema mi niko na zangu ndogo, maana nimejituma mtoto wa kike. Sija kuja huku kusema natafuta mtu mwenye hela ilhali mi sina yangu. Mi tayari nina za kwangu, basi nataka mwanaume mwenye ni hela. Hatutaki tusumbuane. Kule tumekosana, ananiambia hey Abi, kipenzi changu, naomba tukatoka tuende Zanzibar tukajivinjari. Amenipiga si amenipiga na kofi, amenipiga na hela. Upo ndio hivyo. Akitaka kugombana tuende Dubai tukagombanie mule, tukiachana tuachane kwa yake. Mpo Yaani ile maisha soft ni vizuri ulilia Dubai. Mbona mimi nijitume? Yaani mimi mwenyewe ni mtoto wa kike, nimejituma, nina za kwangu Mbona nisipate mtu mwenye nataka? Kama uko nazo utanipata, kama hauna kang'ang'ane baba. So naona anaitwa nani hapo? Mlakenga anataka kwamba waungane na Violet. Sijui anasema aje, kwa sababu unaona hapo kwamba umemjibu. Sijui kama mko tayari mchukue hiyo link mkuje muongea ama unaona aje? Mlakenga, unaweza chukua hiyo link yenye iko tu hapo, alafu ukuje muongea hapa, urushe mistari yako. Violet, unaona hapa anasema kwamba I would like to talk with you if you don't mind. So ndio naomba kwamba Violet na Mlakenga mchukue link mkuja hapo hivyo, tukiendelea kumaliziana na Hamida. So umeamua kwamba Dan atembee kidogo, atafute pesa ndio arudi hapo. Mi sishuki mtoa tingo, sishuki. Hiyo Amida niko nayo inaweza tosha kiwango yake. Unajua pia ukisema uko pesa inalingana ni pesa kiwango gani. Kama wewe daily expenditure yako inagharimu kama pesa ngapi hivi? Ile the minimum yenye una nini, ndio nione kama naweza tosha mboga ama nijaribu, kwa sababu sasa umejua ukisema unataka pesa ni pesa, hata shilingi ni pesa. Mimi mahitaji yangu si makubwa vile, lakini mimi nachosema mimi kulingana na mimi, nikitaka kujitoa hapa nijipeleke Zanzibar, natoka tu naenda, mtoto wenyewe. Wasikia? Zanzibar si mbali na Mombasa. Nikitoka nikisema nataka kutoka hapa leo hii nikaenda Dubai, najipeleka.
waelewa? Alafu Lakini wasee sasa watu Wasikia? na Church Sasa mi Boniface kusema mimi sasa sitaki unipeleke Dubai wala unipeleke Zanzibar. Mi nataka nikiamka baba nimeamka uniambie mke wangu umeamka salama nimeamka salama namshukuru Mungu. Haya, breakfast tuenda Bahamas ama Miami. Upo? na sasa hiyo si inataka please, tumejua inataka kama tumeshaweka pesa vizuri, kwa sababu unaona hii pesa itaisha Weka za kama kwako. bado Ndio nimekupa itaisha changamoto, mapema. ndaenda za kwako, enda utafute zako uziweke pamoja, ukiona zimetosha ni hivyo. Mi Si tutafute sishuki. pamoja ndio hiyo itakuwa Amna, sawa, kwa sababu tutafute sasa pamoja. Mi kwenye nimefikia saizi, zile zenye niko nazo naweza sema mimi nikiingia kwenye ndoa niko sawa, bora tuwe nazo wote, maana sitaki kuingia pale ndio tumeingia, umesikiza hizi nikisema nina pesa ushasema hata mi niko nazo, mwisho wa siku kuja kuniekura ama kunichopochopota huku bado uniache toa mtu. sasa wewe unaharibu mambo bwana, kwa sababu sasa tunataka nini, lakini sasa wewe unaweka vikwazo ya juu Utapata sana. mimi ndio maana nimesema, umeona nimeng'ang'ania, sijang'ang'ania, ndio maana nimekuambia baba, ende utafute mwingine ama ngoja subiria mwingine atakuja. Ni kali sana, acha tuongoje, labda utapata mwingine tu hapa tu. Kerubo, karibu sana. Kerubo, fungua kamera. Unaweza fungua Ochachi kamera. Boniface, fungua kamera. Dan, fungua kamera. Priska anasema kwamba Busoma anasema nini? Priska, huyo Amina yeye ako na pesa ama ako na za kuanzia za kukazia baba watatu tu? Yeye anasema kwamba mwanamke ako tayari kuingia kwa ndoa angalii pesa, ila wenye wamekwama ndio jifanya sana ili hali hata tabia hawana. Hamido, unaweza sema nini? Maoni ya Priska. Ngoja nimwambie Priska ba mama, tafuta hela ndio mwanaume atakuheshimu, heshima yako atakupea. Pale umeingia kwenye ndoa hauna chochote, mtoto wa watu atakuharakishia kuzalisha, mwisho wa siku atakutema kama bigiji. Mwanamke, jiingishe kwenye ndoa ukiwa uko na ile inaitwa kama insurance yako ni hela. Ule mwanaume akikuoa leo hii mwambie una ngapi. Kama uko na 20,000 mwambie mimi na 20,000, na yeye akwambie mimi niko na 1,000,000. Tutafanyaje? Mwasaidiana kwenye kwenye maendeleo, waelewa? Lakini Amida, wanawake wa siku hizi wanasema ya mwanaume ni yao, lakini ya wanawake ni yake. Ngoja nikuambie, kuna baadhi ya wanaume wanawake wale inafuata kwenye ametoka. Kama familia yake mamake ndiye alikuwa kusema kwenye hela za babake, hivyo hivyo mtoto ndio hivyo amekuwa amejua kwamba mwanamke ndio kusema, mwanaume ana la kusema. Lakini wale wenye wamelelewa kwenye mazingira wenye wanaelewa baba ndio huyo ametoka kazini, mama ndio huyo ametoka kwenye mzunguko wake wa siku, waona wazazi wote wamekaa kwenye meza wakapiga mahesabu, mihela wameziweka pale, wanazibudget. Mtoto ana grow akijua kila kitu ni kusaidiana kwenye maisha. Huyo mwenye amesema eti mimi Halima sina tabia, mtoto wa mtu, mimi na tabia za kwangu, ndio maana sijilazimishi kuingia kwenye ndoa na sijilazimishi kutafuta mchumba, ila hali najua chenye natafuta. We na mihangaiko ya kwako, haya njoo mchukue, mwisho wa siku mtakuja kulia hapa ndio mwatuambia ndoa ni scam. Ogopa, maana uliangalia vitu vidogo vidogo. Upo Bonyonyo, nipo titi. Achochi Boniface, una nini cha kusema bro? Unmute hapo tukusikize, ama wewe umekujia maswali? Poa bro. Poa. Good, Yeah, I'm good too. I'm good. Nimeingia tu kuwatch, nataka kusikia vile wazee wanang'ang'ana hapa. People are struggling to back home their second house, Watu wanang'ang'ana bana. So I just want to
Uko naye tayari ama bado unajifanya fanya hapo unatumia armis? Kujifanya, wacha niseme ukweli. I don't have one, but then I'm not that ready sahi we need to invest bana. Sisi ni wanaume, huwezi sema maybe ile pesa kidogo umeanza kupata at your early 20s, maybe before 25 umeanza kung'ang'ana na wanawake hapa. These guys also need money. Huwezi leta mtoto wa wenyewe ukuje kuweka kwenye shida, uanze kung'ang'ana hapa, mwanze kusumbuana, unaona? So you need to at least do something, at least invest, Kuna jamaa alimba wimbo akasema, yeah. Badala ya kusumbua dada yao hakuua kwao, unaweza mrudisha. But then unajua hata kama umemrudisha hiyo ni sana kupaka umbwa rangi ama mbuzi rangi. Why do all this? Unajua katika hiyo harakati ya kufanya hizo vitu zote ni kuwaste muda, unaona? It is good to start when you are ready. It's okay. So unakubaliana na When Mida you are akisema kwamba lazima nyinyi wote mtafute pesa ndio msettle kwa ndoa, si eti ile labda mtu mmoja kuna pesa anaenda kutegemea mtu mwingine. Una agree na yeye? Saa zingine we guys reason differently, unaona? We have what we call love at first sight, unaona? Kuna wale watu watapatana wakiwa maskini hawana lolote, waungane, wapendane, wasaidiane kutafuta pesa na waishi vizuri sana na amani, unaona? But then the larger portion ya watu wenye tuko nao, the youths we have right now, wengi wanahitaji pesa. Wacha kwanza niseme, okay, personally as men we need money for sustenance, unaona? But then besides sustenance for ladies, they need more money, unaona? Yeah. Kosi ya kuweka mwanamke kwa nyumba si 1+1, my friend. Yeah. We really need money. So badala ya kukuja kusumbuana, if you really see that ile klasi unataka inahitaji pesa, then it's good, sit down, look for money. But then there are those, we have different classes of lives, or the living standards in Kenya are different, unaona? We have the poor, we have the rich. Yeah. Kuna wale watapatana wakiwa maskini, wasaidiane watafute pesa and they develop, unaona? Tunaweza kuwa na tajiri pia atafute mtoto maskini, wasaidiane pia waishi vizuri sana. So we are created differently, we reason differently. That's why we have things we call ideological differences, unajua? Yeah. My idea cannot be your idea. Yeah. My thought cannot be your thought. We have to sit down, have all these points down, then see whether we can reason together, unaona? That's why tunaambiwanga like hata kabla uoe, stay with this person. Confirm that you can stay with this person. Some people say mwanamke unaweza kaa na yeye kwa nyumba, but then ikifika after amezaa the first born, that's when atakuonyesha tabia zake, the real character. And nowadays, you know, the law tends to favor the ladies, especially when it comes to children. Mtoto lazima akae na mamake mpaka 18 years, maybe if you are doing co-parenting ndo anze kuamua kuenda, unaona? So the ladies, the law tends to favor them in such a way that akishazaa huyu mtoto wa kwanza sasa atakuonyesha kiburi yake, atakuonyesha the real character yake, unaona? Yeah. Hapa ndo utapata kwamba maybe there are things you had not known about her. Sasa mnaanza kuvurutana, mnaanza kusumbuana, maybe you end up divorcing, unaona? But then ukumbuke kuna mtu hapa katikati, mtoto anaweka pamoja. You have to do the co-parenting, and if you don't adhere to this, a man will be called a deadbeat dad. Sijaona mwanamke akikimbizwa Kenya wakisema ati mwanamke amekataa kusimamia watoto wake. Umeona hiyo? Umeona? Wapi? It was in court. In fact,
what the law that Uhuru Muigai Kenyatta, our excellency president, signed ilisaidia sana. Unajua siku hizi sasa huwezi peleka petition na there is no marriage certificate showing that you are married. True. It has been proven right that these women want men to be sperm donors. True. So even some men have gone to court. I cannot expose them, but there was some cases. Some men have gone to court na wameshtaki. Yes. Yeah, that was implemented recently, but previously if you check, wanaume wameumia sana. Wanaume wamefinywa. You know, before the law used to be, ilikuwa inaegemea sana wanaume, lakini unajua siku hizi wembe ni ule inakata nyuma na mbele. Yes. Things are changing and they are escalating for the better. Yes, boy child ameanza kuonekana kidogo, lakini tutasukuma sana tuone kama tutasaidika. In fact, we want to call for a conference in Beijing. I don't know Beijing because for the female they called it in somewhere there. Sisi tutaita yetu tuweke our own rules. Hii hatuwezi kosa, tukiita tu tutafika, kwa sababu naona tumefinywa sehemu zingine sana. Uniform za kipora afanye hiyo maneno bana. But unajua also you consider that women empowerment imekuwa imepelekwa kipaumbele sana, so mkilalia tu masikio hivi. Okay, hata kuna men empowerment pia tunataka, hata tunataka hizi vitu. Unaona hii wanasema women empowerment, pia umejaa boy chele na saulika, unapata tu boy chele hata jui role yake. Okay, unajua of late even men have started coming out and GBV now has turned, the tables have turned. Wameanza kufight men empowerment in what way? It has been found that many men wameanza kujinyonga ama many men because of what? Mtu anaenda kwa kitanda anapatana na bibi yake anampea mgongo, so it's like anashangaa huyu sasa tutasaidiana aje? Like ama unaingia kwa kitanda unapata bibi amevalia jeans. What's that indicating? Unaget? So mtu anaenda anajiona ama mimi sifai. You know, that already is gender based violence because the guy has a right to sex ama something like that. So unapata this guy anaenda anafika mahali anatulia anajiuliza maswali, ama mimi sifai, ama mwanamke anashika ball ameshashika mimba, ndio huyo ameenda ametoa, jamaa anakuja kwambia ilitoka. So the guy anajiuliza maswali, kwani mimi I'm not supposed to be a dad? Huyo nayo ameshakunywa dawa, amejipiga kamba, amejinyonga, amekufa. So that's why unaona GBV sasa hii imeanza kuinuka and it's asking men kujitokeza kwa wingi ili waweze kujitetea maslahi yao. So that's the question that we are asking ourselves. Lakini ni ngumu bado. Ukipeleka tu eti unasema eti huyu ni wamenifanyia hivi. Kama wewe ni mvulana, hapa huna bahati. Hata watakuangalia tu waseme tu hapa, wewe unacheza hapa. Lakini hata wewe aseme tu eti aliniguza tu hapa tu. Ama sasa mlikuwa mnatembea upate tu umeguza tu nini, alafu aseme unakuwa unamguza. Hapo ni noma sana lakini. In fact, even nowadays men are broadly coming out saying that they've been raped. Do you know that? Cases have started coming. Yeah. Yes. So it's a matter of, I think the challenge we had. Yes. Hello. Yes. I think the challenge we had previously, reporting of GBV cases for ladies was higher in comparison to that of men, you know. Recently, we have the algorithm for reporting GBV cases that tends to favor both boys and girls. But then if you see, mwanamke akikuchapa wewe saa hii huwezi kimbia hospitali kuripoti, unaona? But guza msichana saa hii, the first thing maybe amekimbia polisi, akifika polisi anaambiwa kimbia hospitali, leta report, unaona? Depending with the facility level, either it's a dispensary or a health center. Atafika health center hapo atajaziwa like msichana ameumia kidogo, then maybe atatumwa the P3 form kwa sub county facility, then it will be brought back to police, and this will be used against you as a boy
who did something wrong to this lady, unaona. GBV cases against ladies have been taken heavily in comparison to those of boys. Like we have not been keen in reporting GBV cases for boys, unaona. Yeah, sometimes they tend to say like boys cannot be raped. Boys get raped. Ni ile like unapata, they tend to assume that they are enjoying this, but they never know the challenges or the risk at which they go through for these things. Wah, lakini msipoona vizuri mimi najua, lakini pia nyinyi mmeanza kuamka kwa sababu kulikuwa na alarm. Pia nyinyi mlikuwa alerted kwamba kama mtaendelea kukua hivyo women are going to take over, but I'm so happy like siku hizi pia men wamerealize that there is something that is needed to be done. Wameanza kuinuka though hawajafika, lakini pia kwa sababu unajua kulikuwa na that rule ilikuwa implemented that ladies wakuwe empowered, so I guess they concentrated sana kwa ladies wakasahau men, but I'm so happy that wameanza kuangalia pia. So back to the discussion, watu wengi wamekataa kujoin hapa. Bonnie, I thought ulikuwa unataka kama mtu hapa. Violet aliambiwa kuja live. Tutakuja kutafuta hapa. Fred, Niambie. mambo? Poa sana. Yaani unakuja wakati tunataka kumaliza live? Umekuwa wapi jamani? Nimekuwa kwa shughuli nyingine. Ni sawa. Tulikuwa tunatafuta hapa wachumba, watu wamepotea. Watu wamesema kwamba hawataki kupatanishwa na mapenzi. So last word yako una advise nini watu juu ya mapenzi? Mapenzi sio pesa kwanza. Venye hao wanasema eti ukitaka kuwa marriage lazima utafute. Si pesa. Mapenzi unajua kitu ya kwanza lazima upate mwenye unapenda na mwenye anakupenda na mwenye anakuunderstand. Ndio vitu zingine zinafuata. Lakini kama unatafuta pesa ndio oe, utaenda hapo kuoa kama mtu kama mamako. Kwa sababu utafika ile time unataka marriage mwenye unataka upate, unaenda hapo kupata mwenye ako na ready made. So kama umepata mwenye anakupenda, pendana na yeye. Pesa ni baadaye, mtatafuta mkiwa na yeye. Ya mwasol pamoja ndio mjue maisha. Bado unaamini kuna mapenzi? Mapenzi iko bana. Si watu wanaishi kwa ndoa. Kwani? Si wachache tu tumeona wamedivorce, wameexpose kwa social media, expect wengine wanaishi. Si sasa watu wako na familia wengi sana. Hivyo kuna mapenzi bado. So yeah. Okay, Dan, unajua wewe umekuwa na first hand experience kwa sababu umepata time ya kuongea na mmoja wa ladies hapo na umeona kenye kimeendelea. So unaweza peana final words ukisema nini concerning mapenzi na your experience venye leo imekuwa? Ya vile tu Fred amesema, unajua hii mapenzi haitaki nini. Kama ingekuwa ni pesa, then ingekuwa hakuna hata kuachana hata kama mko na hiyo nini. Lakini unapatanga mapenzi inataka kuaminiana. Hiyo tu ndio kitu ya muhimu na pia muelewane. Unajua mnaweza kuwa pesa iko, kila kitu iko, lakini mmekosa amani, hapo bado hakuna kitu mmefanya. Utapata tu unakaa tu pale kwa sababu umejua hakuna kitu mbaya yenye inasumbua akili. Kitu ya kusumbua akili inakuwa kitu mbaya sana. Unasumbua akili, unaenda huko unafikiria tu ilikuwa hivi, hata kama pesa iko lakini hii amani haiko, hapo inakuwa ngumu kidogo. Kwa sababu saa zile hakuna amani, sio wewe peke yako itakuaffect. Mtakuwa na watoto. Huyu mtoto akiona mama hana amani, kwanza hiyo inakuanga mbaya. Nakumbuka sisi wote tumelelewa na mama, ama kama mama alikuwa single mom, lakini
ulikuwa unaona. Sasa zile mama yako unaona kuna wasiwasi kidogo, hata we mtoto ukiwa mdogo, yani au feel vizuri. Ni ile tu la saa zingine unaweza kosa kuonyeshana, lakini unasikianga tu akili haiko that stable. Hata ukienda shule unaweza shindwa hata kufanya vitu zingine zako vizuri. So ile tu kitu ya muhimu, tusiangalie pesa kwanza, kwa sababu pesa iko na pesa inaisha. Pesa inaweza kuwa nyingi leo, kesho ikose, lakini lazima familia iendelee. Umejua hii ndio inafanya siku hizi ndoa nyingi inaridhika. Unapata mtu ana expect vitu nyingi, anataka fanyiwe hii, anataka fanyiwe hii, na labda hii haiwezi fanyika. At the end of the day unapata msongi mbele, unaenda kujaribu huko, kumbe unajaribu huku penye unaenda kujaribu unapata kumbe hiyo pesa pia ilikuwa na mpango zake. Sasa ni vitu kama hizo. So ile kitu tu ya muhimu naweza sema ya mwisho na experience ya leo, nasema huyo dada wa Mombasa mwenyewe alikuwa amesema ni pesa kwanza, lakini mimi natofautiana na yeye, kwa sababu umejua mbona alikuwa anataka, alisema pesa kwanza, lakini anasema pesa kwanza na anataka hii pesa yenye tumeshatengeneza pia ikuwe tu ni ya kukula nini. Sasa hiyo chakula si atengeneze, kama ni breakfast atengeneze kwa nyumba, tukunywe. Kuna maziwa unanunua, hata kama ni hiyo nunua, kwa sababu unajua ukienda kwa hizi mahoteli pia utawachia tu pesa kubwa, na at the end of the day hiyo chakula hata yeye angetengeneza. Sasa umejua saa zile you are spending more, pia ujue ni gani, ni njia gani utasustain. Usifanye kenye huwezi sustain. Unapata ni kama umbwa. Umejua akipata chakula umeweka, anakula yote mara moja, lakini kama angekuwa mwerevu anakula kidogo, akijua kesho pia hii iko. Sasa akimaliza leo na kesho yakose, kesho unaona ameanza kukonda. Sasa anatembea hata huwezi jua ni hii ile umbwa tulinini jana. So ni hiyo tu, kitu ya muhimu ni kuaminiana kwa mapenzi na kila kitu inakuwa sawa. Okay, thank you very much. Achochi Boniface. What is my name? Tuambie maneno yako ya mwisho. Unaamini kuna mapenzi ama watu tutulie tutafute pesa, tukipata pesa ndio tuamue tuende kwa mapenzi? Mapenzi yapo, ila tuseme if you remember well, some guys have sung something to do with unayempenda kupendi na anayekupenda umpendi. Unaona hiyo? Have you seen this? Yeah. Yeah, but then to be honest, we have true love. True love exists. But kupata ndo shida, ujui ni nani. You have to do scrutiny enough. Sawa? Ndo upate. And you have to be patient. Si kitu ya kuharakishia. Yeah. They always say don't do a stupid thing. Usifanye kitu ya ujinga. Take your time. Sawa pole pole. Yeah. You will find what you deserve. Okay. Thank you. Haya. Naona sijui watu mnatoka wapi saa hii, wakati watu wamechoka wanataka kwenda kulala ndio watu mna join. Chrissy. Chrissy. Ekia baba. Yes. Haya, ukaje? Ulipotea, umerudi. Tupe maneno ya mwisho. Tupende ama tusipende, tutafute pesa. Kwani mnafunga? Anyway. Tunafunga. Tumechoka. Unaona tumekaa hapa masaa mawili, masaa matatu yanaelekea sasa. Okay, mi kitu yenye naweza ambia kwa wale watu wenye wanatafuta ama wenye wamepata ama bado wenye wako ndani, naweza waambia mapenzi ya pesa, unajua mapenzi ukiangalia pesa mbele, hiyo hakuna mapenzi hapo. Ina maana ni pesa imekupeleka hapo. Afadhali mi naambia watu tu kila siku, afadhali ile maisha yenye mnaanzia chini muende pamoja. Kitu ya muhimu ni upendo, uaminifu na mtu mwenye anajua dhamani yako ni nini, mtu mwenye anakuheshimu. Pesa mtatafuta. Unaweza pata hiyo pesa iko lakini hakuna mapenzi. Uko na pesa, uko na kila kitu, lakini kila siku ni vita, huna amani.
Sasa pesa ni ya nini basi kama una amani kwa hiyo ndoa ama kama una amani kwa hiyo mahusiano? Lakini pesa nayo ni ya muhimu, kwa sababu pia hiyo pesa ikiwa kuna mahitaji yenye itafanya, yaani unajua kuna zile vitu zenye unaweza tamani huko nje upate umeanza kutoka nje ya ndoa, unaona. Lakini ni vizuri kwanza upendo ikue, heshima na uaminifu. Pesa mtatafuta. Mwanamke nawe si eti unakuja kukaa tu, lazima pia utafute. Juu unaona wanawake wengi wenye wanapewa kila kitu kuchezwa ni rahisi sana, juu kila kitu mwanaume anapiga hesabu, unamuitisha kiberiti nini. So mi naweza sema tu pesa ni ya muhimu, lakini nayo upendo ni wa muhimu zaidi, kwa sababu bila upendo, pesa ikiwa, hakuna faida. Okay. Yeah. Okay. Nani Manu? Sisemi kitu. Uko sawa? Uko sawa? Okay. So kindly mute. Kwa mtu hapa amelala. So, hebu na utukonkludie. Mimi nimeshukuru sana that you have joined. Nimesoma mengi sana, lakini next time tutajifunza zaidi, na sijui kama mgeni wangu hapa amejifunza. Umejifunza nini? Njoo hapa uambie. Okay, me I've learned a lot, and I think we have educated, we have disseminated, na watu pia wametoa maoni yao. Nashukuru for your views, likes. Okay, mi kitu ningesema kindly, nimeona the TikTok that you requested hamjafanya kwa hivyo. Nimeona niko na only 10 followers. Now we were targeting 500 to 700 followers. So let me expect by kesho mtakuwa mmekuja mmeleta watu wengine. Alafu the topic is going to be hot. I think you'll continue enjoying. And if you want to get this and this more, ikuwa hata mchana, kindly to follow pale TikTok, at least tupige 1k followers kindly. Hiyo ndio kitu nitazidi kuomba pale TikTok. Kisi Hot TV iko to follow kabisa. Pia kuna Kenyoru, yani kuna MC Tigerezi pale TikTok, still follow me and you'll get a lot. Hiyo tu. Pale YouTube jinangu tu hapo Miss Anu. Twitter, Instagram. Twitter bado ni MC Tigerezi. Instagram ni Kenyoru TV. YouTube ni Kenyoru TV. You can still follow me pale Kenyoru TV. There is a lot of news that tunaweka pale, content, gossips zinamshene za zote ziko hapo. Zote. Anything that is happening to celebs utapata Kenyoru TV. Fika pale, like, subscribe. Ukisubscribe pale ungecomment from Kisi Hot, utafurahia. MC Emmanuel anasema kwamba anapenda programs ya politics. Also, programs ya politics hukuja kila siku as from 10, and you know that. So my colleague hakukuwa mwenye mnamjua, lakini kwanza kesho mtakuwa tu nayo. Ni leo tu na jana kwa sababu of some of the inconveniences zenye zilikuwa, ndio maana hakukuwa na the politics program, but inafaa ikue kila siku, na si obvious mmekuwa nayo juzi, mmekuwa nayo. So nashukuru sana, thank you so much for joining. Nashukuru sana. MC Manu keeps kuja pia kwangu pia pale Kenyoru TV. Utapata politics kwa wingi. Dan kwa nani na kuexpect. Subscribe Kenyoru TV. Achochi Boniface, I expect you subscribe pale, mnisupport pia. Akikia baba support. Sikuwa nasikia na wapata TikTok wapi hapo? Najua ndio nimerudi. Messi. Unaona hiyo majina iko hapa kwa screen. Hiyo majina iko kwa screen. Ona Miss Angine kwa screen. Yangu nimeweka saa hii venye tunaendelea kuongea. Hebu ona kama imeongezeka. Hiyo majina. Hiyo majina MC Tigerezi TikTok, alafu Kisi Hot TV pia muli request, tumefungua iko, and tell a friend to follow. Tuzidi kupata mengi. Pale YouTube mnaweza ni follow pia. Thank you. Sawa. Simniruhusu tu niende nilale kwa sababu unajua naenda mbali sana. Nimeshukuru sana, tukutane
Mimi mtaniona lini? Mtaniona Monday kwa programu yangu tena. So majali watu tunaona tuombea. Mimi ningependa Dan leo atuombe. Dan, leo Dan tumekuonea. Sikukuonea Dan, in fact Dan imekuwa mtu mzuri like, leo kila kitu leo unajua imelala kwake. Dan ama amelala. Dan ashalala. Dan tuombe. Dan tuombe. Unajua ukiomba leo saa Mungu amesikiza maombi. Mpenzi utapata. Hiyo nitapata tu. Lakini leo nataka sisi wote tuombe. Haya. Sasa tutaimba tu ile sala ya hiyo Our Lord's Prayer. Okay. Mngependa tuende na Kiswahili ama na Kiingereza? Yoyote ile yenye uko comfortable nayo. Kwa sababu wewe ndio the leader. Kwa sababu leo tumeongea sana Kiswahili, tutaomba na Kiswahili. Haya. Tunaanza. Baba yetu uliye juu mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amen. Asante sana, mkuwe na usiku mwema. Wacha pia nasi tuende tupumzike hadi wakati mwingine. How do you wish good night in Kiswahili? Unajua huyo ni Mswahili. Unawishaje? So bwana, usiku mwema. Ila kuna language nilifunza shule. Ni usiku mwema na mafanikio. Haya. Usiku mwanana. Nanyi pia. Haya, asante.